maisha yetu, kwa ajili ya kuwa kwetu mahali hapa Jehova mchana wa leo. Tunasema ya kwamba unastahili kuabudiwa. Pokea sifa zetu, pokea adhama zote Jehova, pokea shukrani zetu kwa kuwa wewe peke yako Jehova umepesha Jehova, umetutia nguvu, umetupa kibali machoni pako Jehova. Tunasema unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa Jehova. Wewe ni Mungu mkuu Jehova, jana leo na hata milele Baba yetu. Tunasema wewe ni Mungu mkuu Jehova, unayeinua na kubariki Jehova, unayebadilisha na kutia nguvu, unayehuisha upya masia. Tunasema unastahili kuabudiwa, tunasema wastahili sifa zote, wastahili wewe Jehova masia, katika maisha yetu, katika njia zetu, katika wokovu wetu, kwa nchi yetu ya Kenya Jehova, wewe unastahili kuabudiwa Jehova. Wewe ni mkuu Jehova, unatenda maajabu, unatenda maajabu Jehova. Tunasema ukainuliwe Jehova, ukapokee sifa zetu masia, kwa kuwa umetukuka Jehova, wala milele Baba yetu. Utukufu wako Jehova umetanda dunia nzima Baba. Pokea sifa Jehova, pokea sifa Mungu wetu, pokea Jehova shemelele kwa wema wako na ukuu wako Jehova. Tawala milele masia, kwa neema na rehema Jehova. Kiongozi mwema, mwambie Bwana ni Mungu mkuu, mwambie Bwana anatawala milele, mwambie Bwana anastahili sifa zote, katika jina la Yesu Kristo. Kwa upendo wa pekee Jehova ni wewe, hakuna wa kufananishwa nawe masia. Wewe ni Mungu mkuu Jehova, wewe ni Mungu usiyeshindwa Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Unatawala milele Baba, unaweza Baba yetu, unatawala milele Baba, mwanzo tena mwisho Jehova. Mtetezi mwema Jehova, mponyaji mwema Baba yetu, msaada wa karibu Baba. Tumekukimbilia tukapate kuwa salama, tumekukimbilia tukapate kuwa salama Jehova. Tunaomba uguso wako mara tena, tunaomba neema yako mara tena, tunaomba nguvu zako mara tena, wema wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Katikati ya miungu Jehova, katikati ya mamlaka Baba yetu, katikati ya wakuu Jehova, hatujaona kama wewe Baba yetu. Wewe peke yako Jehova umetukuka Jehova, unatawala milele, umetuponya Jehova, umetushindania masia, umetupigania Baba yetu. Tunasema wewe peke yako unastahili kuabudiwa, wewe peke yako Jehova unastahili kuinuliwa, wewe peke yako Jehova unastahili kunyenyekewa, wewe peke yako Jehova unastahili sifa zetu na shukrani zetu. Asante Adonai, asante Shama, King of Kings, Lord of Lords. We worship you Jehovah, we adore you Master Jesus, we praise your name Adonai, we give all the glory and honor to thee, because of your greatness my God. You have done great my Lord, you have done marvelous your Lord, you have done wonders my Father. Receive all the adoration, receive all the glory and honor my Father. We lift your name on high, we praise your name my God, we adore you King Jesus, for you are incomparable my Father. You were there before my God, and you are the same God Adonai who is here today my Lord. We worship you my God, we adore you Master Jesus, King of Kings. You are highly lifted on high. Pokea sifa zetu, pokea shukrani zetu, mponyaji mwema Baba, msaada wa karibu Jehova, ukainuliwe Baba yetu. Asante Baba yetu, tunakuenzi Baba, tunakupenda Masia, kwa rehema na neema Jehova ni wewe, msaada wa karibu ni wewe Jehova. Asante Baba yetu, asante Masia. Jesus. We thank you Father, we give you glory and we give you honor. Tunakuabudu adhuhuri hii, umekuja kukuabudu siku hii. Upendo wako ni wa ajabu, neema zako ni ajabu. Nitumie kama chombo, nitumie Baba kama peace mouth, nikaweza kufikia watu wako, nikaweza kufikia ama nikaweza kueneza neno ambalo unafikisha kwa watumishi wako hawa. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kutubu dhambi zetu, kukutafuta. Tunakuomba Jehova utubariki na usaidie. In Jesus name, somebody say amen. You may have seat this I hope. Barbara, Anita.
Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be the name of God. I said that we put some good arrangement there. I don't know. Today I want us to look at forces that hinder breakthrough. Forces that will hinder our breakthrough. Most of us and many of us, we have always tried to find or to move forward, but there is always a challenge that comes. And when this challenge comes, it stops us from achieving. And in most occasions, unapata ya kwamba many things when many a time tunajaribu kuenda mbele, lakini something will just come and stop you from becoming. And this something that comes and stops you from becoming mostly is uncontrollable. It is something that is beyond our estimation, our understanding. It is something that we cannot be able to look at or to be able to understand it. Because sometimes some of these things are natural. Like now, if you look at the example of a natural calamity, you cannot be able to control a natural calamity. Because if it is a disaster like an earthquake or it is something that is beyond you. Or something that happens like death, it is something that is beyond you, because it is only God who knows when He is taking you home. Praise be the name of God. Today I want us to look at which are these forces that hinder your breakthrough. Because all of us, when we were created with one image of God, and we are created with the likeness of God. And then the same chapter of Genesis, the Bible says that the same chapter of the Bible says man has been given dominion. God gave man dominion over the earth, such that anything that exists on earth, anything that exists on earth, you got the dominion over that thing. If it is plants, you got dominion over it. If it is vegetation, if it is animals, or whatever you see with your naked eye, you got dominion over it. And nothing can supersede you, because God created man to take that responsibility of the earth. Meaning, when you find a challenge in your life, this challenge is not ordinary. This challenge is something that is created or has been brought into your life so that you cannot be able to succeed. The work of the devil is to make sure you don't move from one level to another. And why will the devil so much interested in restricting your life? It is because you are created to replace the role that the devil Lucifer was doing. And that is why Lucifer tried as much as possible to make sure that Adam and Eve ate the forbidden fruit so that they can lose the dominance, the priority. They can lose that favor of God. So whatever happens in your life, when you have a challenge, the challenge is as a result of a pre-planned structures of life to make sure that you are deprived that dominance or that favor of God. And that is when Eve ate the fruit, he took the fruit to the husband, and from there they realized they were naked. And when they were cold, they said, "We are naked." And then they were asked, "Who told you that you are naked?" That was the first step of disengaging man from the rightful ownership and that rightful blessings of God. Because it was the plan of the devil, Lucifer, to make sure that the purpose of God towards mankind is not fulfilled. So that is where we begin the problems and challenges that we face in life. Today I want to look at the 5 things that causes you not to go through, or causes that hinders your breakthrough. One, we look at the curses. Generational
curses are different. We have generational curses. We have spiritual curses. And we have self curses. We'll be looking one at another. I have delayed a bit. We start a little bit late so that because we want to connect it with the players as we go. That is why I decided to pick on this topic of what hinders. Because so many of us are much into prayers, are much into salvation, and because you got saved and you were anointed and you went to Bishop Harrison Nganga, you are prayed for, you became born again. You went to Pius Moiro, you are prayed for and you became born again. You went to Benny Hinn and you are prayed for and you got born again. There is a difference between being born again and understanding yourself. Because born again is a preparation, is a ground for you to start a journey with Jesus. Being born again is a process that you've just initiated. Because being born again does not cut you from the battles of the world, but it opens the floodgate of superior battles that will make you go back to where you are. Because before you got born again, you are not of Christ. And when you are not of Christ, you are serving another master. So when you lose the master will try to make sure that you don't come out of him or he doesn't lose you. Hallelujah. So when he fights to make sure that he doesn't lose you, he will create hindrances or revive many things in your life that you didn't know. It is when you get saved, that is when you have the challenges. If you are married with a husband and you are not saved, that is the time you will come and see the husband now becomes a rogue husband, or the wife becomes a rogue wife. When you are born again and you are doing a business and you stop those things that you are doing, you will find poverty will start striking you. Money will disappear. Many things will happen in you. And you will just start regretting, why did I get saved in the first place? Because so many of the things that are going to happen to you are things to make you curse your God. That is what Job, when Job was being persecuted, the devil really wanted Job to curse God. Not anything beyond that, just to curse God. And when you curse God, you are disengaged from God. Hallelujah. Because you have put onto yourself a curse that will limit you. And from there, you will not be able to move forward or do anything that will be successful. What is in the process of these curses, in the group of curses, we have generational curses, as I have told you, and self curses and spiritual curses. Let us look at the generational curses. What are the generational curses? Generational curses are as a result, or generational curses are there as a result of things that have been passed on from parents, from societies, and from events. From societies is the way we live. Which kind of a society did you live? Myself, I came from a society when before I got saved, I was a Mungiki member. And I was initiated by a people that belonged to Mau Mau. And those people that belonged to Mau Mau, they had originated from there, somewhere. So that is a society that was Mau Mau, then created or gave birth to a society called Mungiki. Hallelujah. So this society continued the process of the things that we used to do, like giving oaths or swearing or doing things that were not from God. And number two, when it comes to a generation curse, it can emanate from your parents. Like now we read the story of Jesus Christ and we go backward how we got Jesus Christ. If you read in the book of Genesis 48, is it Genesis 38, you discover when Judah was blessed, he got married to a wife, and once he got married to a wife, they begot 3 children. And the 2 of them were boys.
And the first one got married, and when he got married, out of the sin that he committed, he died. Then this wife that was for the first son was given to the second son. And when the second son took over the wife of the first son, the command or the instruction were that what you'll do, that you as the second son of Judah, what you'll do, you'll not begot your own children from this wife. You will give birth children on behalf of your brother. Hallelujah. So this infuriated this man, and he was not happy. That how will I be sleeping with this woman only to produce children, not for myself, but for my brother? So he decided not to release his seeds into the woman, and instead outside the woman. And that one made God so angry with him, and he was killed. Hallelujah. So sometimes things we do, like masturbation and many things that we do, makes God so angry that you die. You may not die physically, but spiritually you completely die. That was the anger of God because of the act of this man deciding to do it outside, to release the seeds outside instead of inside. And it was a command that he begot children on behalf of the first son, so that the genealogy of God can continue. Why did this happen? It is because Judah, amongst the children of Jacob, it is Judah who was blessed, and they will say, all your brothers will bow down. You will produce kings. You will do this. Then he was a son that was blessed by God. So God wanted a genealogy or a process to be continued for the blessings of God to flow in the family of Judah. But the second son has refused to continue the process. So for your refusal to continue the process of God, God eliminates you. That is why you find you are a pastor in the church, but you are removed. You are a very good person in the church, but something happened, you are removed. Why? Because of the disobedience. Disobeying God's channel. When God has decided one day you will become a pastor, it does not matter whether you are a drunkard or not. It does not matter whether you are going to school or not. It does not matter whether you have come from a wealthy family or not. It does not matter. What matters, it is the process of God that is initiated in you. If God has initiated a process of him into your life, that must come to pass. Whatever reason, it must come to pass. And you will not die until the process is fulfilled. So when this second son refused and they slept with the woman, but there is outside, then what happened? The old man Judah, decided to keep the wife as she waits for the third boy to grow up. And in the process of growing up, something cropped. Something just happened in the life. And the wife of Judah died. So at some point, we men, we are very vulnerable. Sometimes women can live for long awaiting for another wife to come, for another man to come, but men are in hasty. We somehow have a problem. And this man, when the woman realized, because the process of God is moving on, when the wife of these two sons of Judah realized the mother has died, the woman decided to trick Judah. And she went along the way and sat there as a prostitute. Then tricked Judah to go to bed with her. And Judah slept with her. Immediately, Judah slept with her. There's two things that happened. The woman was too easy to go with Judah because he had a plan. Hallelujah. And this plan was not hers. The plan was from God. I want you to understand me there. She was too quick to sleep with Judah. But there is another unfortunate thing that happened to Judah. The woman demanded, what are you going to give me? The woman
as she demanded, what are you going to give me? Then Judah said, I'm going to give you the ring. And she also demanded the stick, the rod, mukwajo. Mukwajo ni ya ufalme. Na ring is a covenant. So she made sure she has taken the covenant and the mukwajo, which was a reflection of the kingdom that was given to him. So those are the most unfortunate thing that happened to Judah. That he was tricked by this woman, but remember the trickery started when the first son died, the second son died, and the third one was not unable to reach into the woman because she was still young. And in that process, what happens? In that process, Judah sleeps with the woman and the woman becomes pregnant. And Judah, being the head of the clan, he hears that the woman is pregnant and he was so furious. Remember, he didn't know that this is the woman that was married to the children. So for him, he was clean. But there is one thing that had been stolen from him. The ring and the mukwajo. And when Judah had, when he had the woman is pregnant, it is Judah who summoned the clan. That in our clan we must not allow such a thing to happen. And this thing is punishable to death. And the woman was summoned. And the clan was summoned. And the idea was to kill the woman. Then the woman, when was asked, who is the owner of this pregnancy? Then she asked for permission. Can you give me just 2 minutes? I rush, I am coming back. I could imagine when I watch movies, Nigeria movies, when those kings, they have their security, I could imagine the security of Judah escorting the woman because they thought the woman was running away. But the woman was going to correct evidence, to kill the process of God. Because the purpose of taking the ring and the mukwajo was the process to kill the purpose of God in that person. So she rushed into the room and they picked the ring and they picked the mukwajo and came back to the man and told Judah, how are you, sir? I am humbled to be before you. And I'm sorry for the confusion because it was not meant. I'm so sorry. I didn't mean to hurt or to disobey your kingdom. But remember, just what? This. Yes, this. Who is this? Yes. Can I answer you now? The owner of this. Look here. And then she put it before the entire clan. The owner of this is the owner of this. Then she produced a mukwajo. The owner of this mukwajo is the owner of this. Remember, it was when she went to sleep with Judah was an act of prostitution. She went pretended like a harlot. She sat on the road so that she can be picked. She had the plan. She had the plan. And that's why she asked for the ring and asked for the mukwajo. One thing, it is to destroy the plan of God in this man. Because when the devil realized it is Judah that has been blessed, they started a process to kill the first son who could have brought forward a new generation. Then they killed the second son who could have proceeded the generation. Because the father said, let the second son go marry this wife so that we can have a heir to the kingdom. Hallelujah. So the entire plan of the devil was to make sure that they don't produce that will produce the genealogy of Jesus. Hallelujah. So therefore, what happened immediately when Judah saw this, he was frustrated and he said, indeed, I have committed. And he remembered what he did and where he did. Not knowingly, it was a trap. Now, it ends there. Remember, Judah was blessed to produce the next king, to produce the next generation that rules over the world. But you go to Genesis, to Matthew 1. You read about Matthew 1. Let's go quickly before I get deeper into what I'm trying to make you understand. Matthew 1.
The book of Matthew 1 talks about the genealogy of Christ. Verse number 2, Abraham begot Isaac, and Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah. Let's stop there. Jacob begot who? Jacob begot Judah. And Judah and his brothers, Judah begot Perez, that was the first son. Judah begot Perez and Zerah by Tamar. Now, when this woman was pregnant of Judah, she produced 2 children. Perez and who? And Zerah. If you read from Genesis, the other book of Genesis, Judah and this harlot, they gave birth to 2 children. And these children, one of them were Perez and Zerah. Now that is where I want us to begin. Zerah by Tamar. Tamar was this wife, this harlot wife. Perez begot Hezron. Now they have started giving birth. Perez begot Hezron. And Hezron, let's help me to count. Perez begot Hezron, number 1. Let's go to number 2. And Hezron begot Ram. 2. Ram begot Aminadab. Are we counting? I'm not hearing you. Aminadab begot Nahashon. Nahashon begot Salmon. Salmon begot Boaz. Boaz begot Obedi. Obedi begot Jesse. Jesse begot David. And David begot who? Jesus. How many generations are those? 10 generations. Because of a sin that was committed. It was supposed to start immediately. Judah was blessed. But it took 10 good generations for them to fulfill the word of Jacob. Because of a spiritual sin that was committed by both children and the father himself. Hallelujah. So some of the problems and challenges we are facing because of something that was not committed by you, but your great grandfather. And it will cause you from generation to generation to generation to generation until Jesus comes in the 10th generation. That is when David is coming. That is when the first king from Judah, the first king of the promise of Jacob, that is when he comes in. After 10 generations. Those days, a generation was of 100 years. Not 50 like our days. Even more than 100 years. Let's put it was 100 years. How many years are those? 10 times 100? 1,000 years. That is when, after the promise of God from Jacob, after the blessing of Jacob to Judah, that is 1,000 years later, that is when it is fulfilled. After they have carried along a problem that was caused by the very person who was blessed. So you can be blessed. The bishop can say you are blessed. Everybody can come and lay a hand on you. You are blessed. Prophet can come and lay a hand on you. You are blessed. But you fail to see the blessings. You fail to come across the blessing until like 20 generations to come. That is when you will come here that this kind of blessing was blessed to my great grandchildren, but it never come to pass. I remember one day as I was escorting my mother to the airport. She was then 79 years old. That is when she traveled to the US. But when I was born in Kaplong Hospital 42 years ago, my mother was told, you have given birth to a very unique child, because of how I came out and what I was holding. Then she was told, my mother was told, because of this child, you will become known in the world and you will travel. Basically, somebody could have imagined, because my mother wanted to travel a long time ago, she didn't. Until when she was 79 years.
That is when she went. I escorted her to the airport to go to the United States, and she cried at the airport. She asked me, why would God be so unfair to me? I asked, why? What am I going to do to America when I'm such an old woman? Why couldn't he take me to America when I was young, when I could do something? But I reminded my mother, this is the blessing that God have decided, and he has decided because he blessed me so that I will take her to the United States. He blessed also my brother who paid and catered for bills in America. So she waited for 79 years for her to start seeing. We used to live, before that, about when she was about 69 there, we used to live in a matope house. Nyumba ya mbao na matope. But when I started my Mungiki things, that is when I constructed a stone house in our family. And it took me 7 good years to build a 3-bedroom house. It took 7 good years. I have every money around. I am moving around with every security and every personality. A lot of money in the boot of the car and the dashboard of the car. But I was unable to build a 3-bedroom house, a 4-bedroom house for my mother for 7 good years. Every time I tried, something cropped. Every time I touched home, something happened. I remember the first day I brought mchanga and the stones to build. When the first lorry came, the next day it was announced I'm being sought by the police. I ran away. So I stopped that project. After about 9 months, I came back. I brought another mchanga. That day they came for me in the house, at home, and I was arrested at home. In my village, rural. I was taken for 3 years, never to come back. Then the third time I went back, I said, nikakuta hiyo mchanga yote imebebwa na mvua, yote imebebwa na mvua. So I restarted again. The day I restarted, that is when Christopher Mulungaro said, shoot Waruenge on site. Hallelujah. And the 40 million was given over my head. And they said, whoever that kills him, come for the money. So I decided to run away. That's when I ran away from Kenya. I went to Tanzania. From Tanzania, I went to Mozambique. From Mozambique, I went to South Africa. From South Africa, I went to Namibia. From Namibia, I went to DRC Congo. But in all those places I went, I met the presidents of those nations, but I didn't have a valid passport. I met Mandela. I met Chisano of Mozambique. I met Mandela. I met Jokins, this guy from Sam Nijoma of Namibia, and I met Joseph, my friend, of Joseph Kabila. But I didn't have a passport, and nobody asked me for the passport. I traveled 10 nations without a passport. But I managed it. And every nation I went, I was received by a top senior government. In Tanzania, it's Kikwete who received me when he was a minister for foreign affairs. I had helped him here in Nairobi when his gold had been stolen by some crooks. And I told him he was in a Stanley hotel. Then when the crooks took away the gold, they called me, somebody called me and told Kikwete, I know a man who can help you to recover your gold. And then I went, he gave me, I asked him, how do they look like? Because I used to know all the crooks around. And he explained to me, I sensed this is so and so. I told Kikwete, go have a cup of tea. Wait for your gold is coming. Give me like 30 minutes, it will be. And he was shocked. How can it happen? I've been trying it for 4 days, it's not coming. And I've tried it with the police. Even it's a police officer who called me because they knew I was better than them. After 30 minutes, the gold was at the New Stanley with the Kikwete. So he loved me. How I did it and how I used to do these things, you cannot imagine, because I will only guess it is you and I will catch you. And it is you. That's where sometimes, Barbara, you don't understand me. And when you try to do something here, I will catch you before you start doing it. Hallelujah. It didn't start. The Bible says, before you were born, I knew you. I had set you apart and sanctified you. Hallelujah. So there, Kikwete became my friend. And when I was in trouble, I called him. He featured me. I met Ndos Nyerere and the rest. I went from there. I went to Namibia. Then I was being sought by Interpol people.
akina Interpol, CIA, and FBI, they had hooked me in the satellite. So if I change a cell phone, it was not a big deal. Hallelujah. Changing a cell phone is not a big deal. They only need to capture your voice. They put it in the satellite. So once you use a phone, they activate the voice and they know where you are. So they were moving. That's why I was moving from one country to another. Because of the CIA, they were looking for me. Hallelujah. I was a big threat to the nation. But listen here. All those countries, I went without a passport. Try today to cross over the border ya Tanzania, uone venye taona. Tafugwa yako yote. But you see, it is after I was trying to do something at home, because in our home, my father was operating on a limited life, on a limitation. So when we tried to lift the life of my father, I was crushed or stopped from getting it. That is how you see somehow, maybe you have a blessing, you have so much money, but the moment you try to help somebody, something will come up to stop you, because you are helping the wrong person. You are helping a person that is operating under a curse. Maybe your father is living under a limitation. Perhaps your father or your mother was a Mau Mau. If your father or your mother was a Mau Mau, or you are a generation of Mau Mau, you are operating under an occult curse. Because when you joined the Mau Mau, you were sworn in. That oath is an occultism. It introduced you to another God that you swore to when you are naked. Because taking an oath, like a Kikuyu oath, you must be naked. And then you move around something 7 times. And then you swear 7 times. And then you eat a meat 7 times. Those are 21 times that you commit yourself to that occult. Meaning, whatever you do, and that's why I see those people who are Mau Mau, they are very poor. Because the soul they swore with carried a curse alongside with them. Hallelujah. So this thing, if you come from that generation of the Mau Mau, nothing in your life will work. Hallelujah. Are you understanding me? Nothing in your life that will work, because you are acting or you are living under a limitation. And a curse only will come out of you in the 5th generation or the 10th generation, depending what kind of a curse you are operating in. Hallelujah. So whatever you do, it will come to haunt you. When I started Mungiki, I'm the one who started Mungiki. Mau Mau was started by one person called General Waruinge. General Waruinge is the founder of Mau Mau and is my great-grandfather. And when he started this book, after they had gone to Burma and fought the white man because they had for First World War, and they realized that a Mzungu dies. That is when they came and decided, then they decided to kill him. That is when they formed now an organization to fight him back, because they realized, then they used to think Mudogo not a guy. Akamba wane na musongo nota ngai. Hata Wakikuyu walikuwa nasema Mudogo nota ke. So they never believed that a Mzungu can die. So when they saw in Burma Mzungu dying, then they came back. They said, no gatuana. That is when they came and started the Mau Mau. My great-grandfather with Kemavi, Madenge, Itotia, and Mutuakairanya, and there were 7 Mau Mau. If you go and read, you find there are 7 Mau Mau generals. All of them, they were cousins, first cousins. Madenge was a cousin to Kemavi. Kemavi was a cousin to Waruinge. Waruinge was a cousin to Itoti. All those, the 7 Mau Mau were cousins. Now come to Mungiki. I am the one who started Mungiki. Remember, then my great-grandfather started Mau Mau and coined the oath of the Mau Mau. Much later, when I came up, I started Mungiki and coined the oath of Mungiki. And what happened? Maina Jenga is my first cousin.
Mainajenga, mother and father, my father from one womb. Njoroge is my first cousin. Waithaka is my first cousin. Dio Kamau is my first cousin. We were 7 leaders in Mungiki. The same as what was happening with my grandfather. So this thing came to haunt me. And when my grandfather tried to develop from a home here in Banana, he was frustrated and his land was stolen from him and he was pushed out of the land by the people around there. So he operated under a curse of a certain limitation. When we tried ourselves, when my father tried to work, he worked. He worked in a company, but he never got the thing. He could not be able to afford to build a nice house. Until when now I come to Mungiki, that is when I started to build a house for him, but I was frustrated for 7 good years to build a 4-bedroom house, which is normally built in 1 month. And it's not that I didn't have the money. I always had the money. But when time of removing the money to where it is supposed to go, something will come. And that is what is happening to us. Most of us are living in such a life that when you are just about to touch the button that pushes you to the next level, something will come. Either a marriage will break, either you go and find you have 10 million, you have collected 10 million, and you want to buy a property, then you are conned, and you want to do this, a diseases come, or cancer come, everything comes, and you are destroyed completely. Praise be the name of God. And that is what we call a generational curse. Until when I realized what it is, that is when I went, because I could pray with Bishop Harrison Nganga every single day, every Wednesday. I told Harrison, we need to sit down and see, because this thing is not changing. I have everything, because I had everything. I had everything that any man would love to. I would drive every car. I had every manner of a car. But if you go to look at the ground, what I can be able to be, there was nothing. I had nothing. I was living big, but inside me, I was so poor. When we prayed and he told me, give me some 7 days, then when we went back and prayed, he told me, you are operating under a generational curse. That is now when we went back to discuss, to find ourselves. I researched myself, researched, and I discovered, indeed, why I am this, it is because of my great-grandfather, who was this. Hallelujah. That is what we call the generational curse. And the generational curses all of us here are operating. Could be a generational curse that you are operating in if it's because your great-grandmother did an abortion. That is the blood that was shed. If an abortion has ever been committed in your family, that is a blood that was shed. And if a blood has been shed, the blood speaks. When Cain killed his brother, God came and asked Cain, where is your brother? And he told, am I my brother's keeper? Then God told Cain, your blood, the blood of your brother is crying. So whatever blood you've ever done, whatever thing that you've ever done in your life that made blood to be shed, that blood is still calling God. Therefore, you must look at it. What happened in your family? Another thing that really happens in your life, what kind of a family do you come from? Was your grandfather a witch doctor, muganga? Was your grandmother a circumciser? Was your grandmother muratina? Alikuwa anapika pombe ya muratina? A pombe ya muratina or a traditional brew was an occult, was spiritual. Any traditional brew was spiritual. Leave alone here Kenya breweries. This is Kenya breweries is not spiritual. But any muratina that was brewed in a family, they had to slaughter a goat. They had to sacrifice. And then they could pour some of it 3 times to the gomi, the dead people, and feed them. They communicated with the spirits of the dead. Meaning the pombe was spiritual. The brewing and preparation of the whole thing was a spiritual thing.
And this was only done by people who were anointed to do it. Muratina was not just being brewed by any other person. That person must have been ordained to do that. Because we had professional testers, the people who will test whether it is okay or not. They were also ordained to test. That is why a goat had to be slaughtered to make it a spiritual, because it was meant to speak to the dead people. Hallelujah. Muratina was meant to speak to the spirits of the dead. Gomi. That is now what they have really revived around here, around the Muranga, Kiambu, and the Gikuyu area, where they are speaking that Gomishi Anyuneraria, Gomishi Anyunerauga, Gomishi Anyunedakaru. So how will a dead person in the mortuary be annoyed of you? Hallelujah. Then if you read the book of 1 Samuel 3, you discover when Saul went to seek for from the witch, so that the spirit of somebody can be revived. When you find you have resorted to seek the powers from the dead people, you are not with God. You are operating under generational curse. And this curse is meant to kill you. When you start communicating with the dead, it means you are on your move. You are going. And the death that you are going to die is a death that will take you from this world and take you away from God. Hallelujah. Hallelujah. I hope I'm not disappointing you. The other curse that we want to discuss is about self-curses. What are these self-curses that have been affecting us? Self-curses, it is you, mayagai. Mayagai no gakohicha. Ndiga utika. Hallelujah. How many of you have said mayagai diga utika when you are gone? With that boyfriend or that girlfriend? Lift up your hand if you have ever sweared to that boy. If you ever swear to that boy, lift up your hand. Lift up your hand. Don't lift it this way. I'm talking to you. Don't lift it this way. Lift it up this way. For those who have ever had a boyfriend of a man, including myself and you, I know, you had a girlfriend somehow. Kale kasichana kadogo. Da hiyo mlikuwa mnacheza ile. Umeona ile ya kurusha hivi. Alafu unamwambia magai diga utika magai. Nani unajidunga hapa? Unaraba damu na mnarabisha damu. That is a covenant. That is a covenant that will never be broken, and a spiritual person will come into it and break it. If you have ever had sworn with that man, if there is a boyfriend you swore to, that is your legally married husband. That first boyfriend you had, that first president, you told, oh baby, you are good, I love you, that is your man, that is your husband. The rest ni mikora tu. Hata huyo muko naye si wako, kwa sababu wako ako kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Because huyo ndio mlikula kiapo na yeye. You made a covenant. And because God blesses a marriage that is legal, that is why so many marriages are having issues, because you are with somebody's wife or somebody's husband. Because let me use you, Drango. Drango here swore to you when you were boys, and they said, "Digago tigama ya gai." Namogesho na kame. Namoke muimnyana. Neguo. Then this woman gets married to him, and you get married to her, and her, she had sworn to this man, Mayaga Idigago tika. And the other guy had sworn to somebody else, Mayaga Idigago tika. So who are you? You are all strangers to each other, because you belong to her, but she has gone to him. And you belong to her, but you have gone to her. Meaning, this belongs to her, and she's with you. When she goes to Harrison, that's it. She will not go and ask for Alice or Katerina or Jane. She will ask God, give me my rightful woman. Fafa hero faruru wako. He mutumia uria we wako. Kana tukwe tohoyaga. Tukiruta sadaka tugagatia. He mutumia uria we wako. Mutumia uria we wako enao. Ena dirago.
nego kugethayo kwa ndirago tonu amwetia in the spirit. Malaika majagia kuruta wira in the spirit realm, inaanza kufanya kazi, kufanya search, akitafutwa ako wapi, anapatikana. Huyu ako na nani? Ako na drago. Naye huyu amekuja hapa, ametoa dhabihu na mimi nimemwombea apate bwana yake the rightful bwana ako hapa na ako huko. Sasa ile itapajikana ni bomu itaruka, unachapa huko na unachapa huko. That is why you see there will be no peace, and there will no peace in families. So many families, they don't have peace because you are married to the person you never swore to, because the first covenant is still intact, and God recognizes order. God recognizes what you said, what we say with you. Kirekaniro ona kirekia mundu iguru nikiandike. What you agree here in heaven is agreed. We agreed you are my girlfriend. Na maya Ngai ndigagotiga. We swore to God and we made a covenant to God. Maya Ngai ndigagotiga, sitakuacha. Sasa umeniacha umeenda, what happens? God is a God of order. He respects. That is why you see, mimi huyu anaweza kuja akuombea ukufe na ni Mungu tu ameomba. Ama hamjajua kitu kama hiyo? Si mnajua mtu nini Monsuma Moshari pale? Na hizo zingine umashi, si wanaendanga kanisa? Wanatoanga sadaka kama watu wangi? Wanatoanga fungu za 10 ama za watu wangi? Fungu za 10 za kuweka za nini? Baba anasema akiwa mbinguni, nijaribuni na fungu zenu za 10 na zaka zenu, muone kama sitawafungulia milango. Alia kwiraga yatia. Jarameria wera wako. Jarameria wera wako riu akiona mukipita anaona these are possible candidates. So aliomba na akaambia Mungu, nipanulie kazi yangu. Wakati anakuja natoa sadaka hapa, anakuja naambia pastor, wera ni mwega leo, wera ni mwega. Nikimaanisha watu wanakufa. Sasa huyo na muuaji wa bunduki tofauti iko gani? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. It is all the same because mwakiwa mathandũkũ ri augaga wĩra gũtirĩ, ũguo arahoya kĩgĩkĩke wĩra ũke, wĩra wĩke atĩa ũke meke gĩkĩke mbembe cithandũrũ mbembe cithandũrũ nĩtiguo wathandũre mbembe ndio yeke kwa hiyo mabox. When mtengenezaji kama mimi natengenezaga viti hapa, nikiona mtu yote akiingia hapo naonanga a potential customer. Sasa mtengenezaji wa saduku anaonanga nini? Akiona ukipita anakukasi, anasema wewe ndio umezuia kazi, kwa sababu anaona height yako, anaona ni kama ile tu nilitengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikuangalia tu hiyo unajua. Hata kuna wengine wanasema wewe ya mno hapa utaingia, lakini yeye anaona ataishi. So that is how the mystery of the altars, how they work. So it is very important, if you had sworn to that person ama ka girlfriend, enda revoke, enda utoe sadaka, inua madhabahu, enda kwa bishop wako, enda kwa madhabahu, ujishikanishe na madhabahu, uinue sadaka ya kuvunja hiyo relationship. Otherwise we watumie ri yako hali mundu weheteire hata inaweza kuwa ni wengi. Wanyabura taririkana kamundu karia atiari kama ushawahi kupitia, kama inua sadaka, a sacrifice, go to the altar, break those covenants, otherwise they will still exist. And that is why you have problems in houses, problems in marriages, problems in businesses, problems in our life. So sometimes you find unainukiwa, unashindwa unainukiwa kwa nini? Ni nini? Mzee anakuja, umempikia chakula, kila kitu iko sawa, lakini anakuja ametoa koti tu, amekurushia, unajua hapa leo dalili haiendi mzuri. Ni kwa nini? Kwa sababu naye Stella akiwa mahali yako alikuwa kwa bishop, na ameomba, bishop amebeka sadaka hapa, babu bishop akaambia wale wote wanataka mabwana zao ama wale ndoa zao haziendi vizuri, wanataka bwana zao warudi na babu zao, waekelea sadaka hapa. Ama lete ombi lako, anaekelea sadaka hapo.
Sadaka ukiwekelea kwa madhabahu inaanzanga kufanya kazi hapo hapo. Inavuruga mzee kwa mzee. Anavurua. Na nika mama alikuwa nako 20 years ago. Na kalikuwa tu kashule walikuwa wameenda sports. Murang'a wakaenda Kiambu wakakutana na kasichana na huko akakaogea akakadha magai digautika. Magai wewe wako tena na tene. Na ilikuwa utoto tu ni kitu ya kupitia. Hiyo iliandikwa mahali. So it's correct to this. Lazima tuanze process ya kuinua madhabahu, kuvunja maneno yaliyozungumzwa. Maneno uliyozungumza kukijua na yale ulizungumza bila kujua. Ndio uanzishe msingi mpya. Ukipata mwanamke wa kuoa, kwanza kabisa mpeleke process. Mpeleke, sio kuchukua tu peleka kwako kwa nyumba. Mpeleke process, jua historia ya kwao yote, na wewe ujue historia na yeye ajue historia. Kama kuna kitu hiyo limitations ziko kwenye familia, muanze kuzivunja. Kama kuna kaugonjwa, tuna ugonjwa tu kifamilia, unaigwa hivi gwitwa makuaga ne kaza, na unaona mtu amekubali kabisa hivi gwito mtu akuaga ne muri mwa shukari, na unaona ako comfortable because amekuwa conditioned into believing that lazima akufe na hiyo kitu, kwa sababu kuna covenant, kuna msingi umewekwa hapo, na huo msingi haukutoka sasa, labda umetoka na wazazi ambao ni wa kizazi kitatu ama vizazi vingine huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kosa fulani ambalo lilifanywa na mzazi mmoja tu. Na kama nyumba kama hiyo ilikuwa ya Muratina, utakuta hiyo familia wote, hata ukizaa watoto wanakuanga walevi. Hata asipokunywa ukimwangalia tu naona anakaa kiulevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima akutane na kakitu ka ulevi. Kwa sababu hiyo ni madhabahu inazungumuza kwa familia. It is an altar that is speaking in your family. And when that kind of an altar is speaking in your family, you need to raise an altar. And you need to go and understand what kind. Na usiende tu kutoa madhabahu, kwa sababu watu wengi naonanga wanaambiwa toeni sadaka, toeni madhabahu nini ya kushikanisha madhabahu, toeni fulani, toa mvuje madhabahu. Ni ndadi kuvujira madhabahu. Mimi unakuta umeokota tu pesa umepeleka kwenye madhabahu. Wewe ukavujiwa madhabahu. Kitu ya muhimu sana ku understand si kuvunjua madhabahu. Kitu ya muhimu ni kuelewa ni madhabahu gani unaenda kuvunja. Sadaka ni muhimu ndio, lakini kama haujui umeenda kuvunja nini, ni kumaanisha hakuna kusikilizwa, utasikilizwa. Because you have to connect in the spirit with that one that you are breaking and the heavens, so that you need to speak it out so that it can be broken. Lakini huwezi kwenda kuvujua madhabahu ya Muratina na haujui ni Muratina. That is why when people come to me, lazima nikukalisha chini, nikupeleke process, tuende mpaka kwenu, mpaka kwa shosho, kwa guka, tujue kama alikuwa muganga. Kama guka yako alikuwa muganga na akakuja akaokoka ACK, PCA na Catholic, kwa sababu ndio zilikuwa huko. Father akakuja akaleta hizo vibuyu, mkaenda mkachoma na zikateketea. Ndio mlichoma. Kuchoma ni vizuri, lakini mjue hakuna kitu mlifanya. Because ugaga is spiritual. Ugaga is not physical. Ugaga sio hizo vibuyu. Hizo vibuyu ni paraphernalias za kuvitisho. Vibuyu ni vitisho. Vile siku ile nilienda kwa yule mama nawaambiaga mugaga mnono. Aliponikalisha aliniambia nitoe nguo nikabaki na kaada wewe. Sasa nguo yangu na hizo vitu ilihusiana na nini? Haikuwa na uhusiano, kwa sababu angefanya tu vitu zake na vingefanyika. Lakini kwa sababu alitaka niogope madhabahu yake, ndio nikatolezwa nguo, nikakaa na kaada, nikakaa hivi chini, alafu akakuja akanipaka marangi huko, kanipaka. Hizi zote ni vitisho. Akanifuga vitu kwa mguu, akakuja alafu sasa akanikalia hapa. Na nikimama kimnono kichafu. Hapo akanikalia mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni vitisho. Those are just paraphernalias. What is most important ni nini? The spirit behind it. And that is what we are supposed to deal, not the paraphernalias. Kuchoma mutachoma. Nyano ni mwoshina mutachoma, which is okay. But did you burn the spirit behind it? So familia mumeenda mmechoma, wakasema neturahonokire kenothia ni arahonokire ukenothia ri ni mundu wa Ngai ni turaumira kwago na niturathirire. Then go home. Ukienda home, kila mwaka huyo kenothia alikuwa anachinja mbuzi kwa ajili ya hiyo miano. Unakuta every year
you must buy. In that clan lazima wazike mtu. Every year lazima kutokea disaster. Kwa nini? The spirit, the altar inaitisha kwa sababu it used to eat. It used to be sacrificed for. Ilikuwa inatolewa ni warutagira. Ugu wakorodwa the spirit. It is still life and kicking. And how do you break the spirit? It is by raising an altar that is superior than that altar. That is when you can say mulivunja. Lakini kwenda kuchoma, hiyo ni kazi zero. Isho ni hivyo yosi radio haa gekoba. Na isho sikoro si nevitisho. Wikarero nevitisho. Kwa hakuwa ragi nevitisho. Kila kiumba kakanwa. Iyo, wagwana wamesema. Iyo nasikia kwa kisema, wagwana wamesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wagwana lazima wafukuzwe na madhabahu iliyo juu ya wagwana. Na ndio napata. Alafu unapata kwenye hiyo familia, the larger family, unakuta familia ni ya familia kubwa, bariyangania. Hiyo bariyangania, kuna mmoja wa familia hiyo anaendaga kwa muganga. Kama kuna mmoja anaendaga kwa waganga, then ile kigogo inafanya kazi. Hiyo altar, it is alive. Because huyo anatoanga sadaka. Hallelujah. So mnaweza kuokoka familia mzima lakini kabaki kamoja kanaendaga kwa muganga. Meaning the altar is, sasa umeokoka umekuwa pastor, umeokoka umekuwa deacon, umeokoka umekuwa bishop, umeokoka lakini kwenu kuna foundation ya kwenu ni ya uganga which is being sacrificed for. Mnielewa? Sasa kama bado uganga uko foundation, ulizaliwa kwenye foundation ya kiuganga. Na umeokoka umekuwa pastor, umekuwa nini? Sasa kazi zote utafanya kwa madhabahu haya zitakuwa guided na ule uganga wa nyumbani. Ndio unapata wachungaji wengi ni waganga. Kwa sababu kigogona ile inafanyanga kazi ni ile iko foundation. The altar that speaks in your life ni ile iko kwenye foundation, si yako. Because umekuja umesimia, umekuja umejiekelea juu ya altar nyingine. So ile iko na nguvu ni ile iko kwenye misingi. Msingi wako wote ni nini? Msingi wako ni uganga. Na bado huo uganga kuna angoli yako anaendanga kutoa mbuzi. Kuna angoli yako anaendanga kutoa makuku. Kumaanisha hiyo altar ya kifamilia bado is existing. Ono gihonokono kireko Sicilia. Ore behave akotago akwanyu. Na hinya muingi ore ndivega kuma kuri agwatio. Tumaundu twingi urikaga ni kuma kuri andu acio. Na kuri ore thiaga unakuta unaharibia watu biashara. Ukiingia kanisa kama hii inaanguka. Ukienda mahali fulani kila kitu unakuta samba, because the spirit, ukikuja kanisa kama hii kuna spirit imevunja madhabahu yako itakajaribu kuja kutuvunja. Bwana Yesu asifiwe sana. Then unaigua muhiki wake wa mokosi kana mera wa kero getunde. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Todo wewe ni bomb. Wewe ni bomb. Umeokoka. Wewe ni mwenye roku na madhabahu unatoaga, ukisemekana sataka unatoa, ya kuvunja madhabahu unatoa. Lakini kwa sababu haujawahi identify, hujawahi kusema hii kitu natoa kwa ajili ya kuvunja, alafu ufanyie hesabu ujue maruta ga mburi cigana. Kigogona kiu kiruteirwo mburi cigana. Haleluya. Kigogona kiu kiruteirwo ng'ombe cigana. Weke ithabu umenye urito wa kiria ukuruta. Ndio ujue uzito utatoa nini. Hauwezi kuvunja nyumba kama hii na tido wende uita mafundi yao na goga hapa chini to ati mwanze kuangusha nyumba, haitaanguka. Lazima utumie bulldozer kubwa iliyo na uzito mkubwa wa kuangusha nyumba kama hii, kwa sababu msingi wa hii nyumba umeenda chini. Haleluya. Ndio unaona kuna mtu unaweza kuwa unaota doto, kuna watu wanaotaga doto, unaona kuna mti mkubwa, a big tree. Umekata mizizi kwenye doto, umekata mizizi, lakini katikati kuna ile inaitangwa taproot, bado ni strong. Kemutenogera akora na ole kile uko kikali naye kaeli naye uko ribaya linaya bazaya balikwenda balikuja balinakaya linokonto. Hiyo yote utasema na utaongea yote, utasema yote, lakini remember the source of your family is still under the altar. It doesn't matter uthia kanithako,
It doesn't matter kanothia kwa Bishop Harrison Ng'ang'a, kanothia kwa Bonke, kanothia kwa Benihin, kanothia kwa Waroige. What matters, do you know what you are fighting? That is the most important. Do you know niki urarwa nakio? Muthenya ungi ndirakwirire mahitia maku haria mari. Wanyita na ndenda tweke uguo tufunje kaundu kau. Wanyita. So once you know what you are fighting, you can win the battle. But you cannot fight a person you are not seeing. Ni kama sasa unakuja majini imeingia hapa, unasikia imepigwa hiyo kofi, hiyo imeingia, nimepigwa kofi na nani? Sioni. Anasema nakuja hapa, kujeni mashati na magumi sasa, tupigane na hao. Sasa umekuja tu umengojea, unasikia ngumi. Sasa nani utafanya nini? Hapo ndio unainua mikono. Yesu Kristo tusaidie. Yesu Kristo hawezi kukusaidia. Hawezi, kwa sababu uliingia kwa vita ambayo haukuelewa. By the time Yesu Kristo akuja ushagogwa, ushavujwa. Na ndio hiyo ilifanyikia kwa mtu anaitwa Jakobo. Wakati malaika alikuja kubless Jakobo, Jakobo hakujua kwa sababu hakuwa Jakobo. Wakati Jakobo alitoroka nyumbani, alitoroka kwa nini? Baada ya kufanya nini? Baada ya kuiba baraka ya ndugu yake. Kisha akaenda akadanganyilia ndugu yake, akamwambia niusie. Ndugu yake alikuja, ako na chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yake alikuja akiwa na njaa, naye Jakobo alikuwa ako na chakula. Akamwambia lazima uniuzie your birthright. Kumbuka kule kwenye kuzaliwa, Rebeka aliambiwa na Mungu, mtoto na watoto wawili, mmoja nampenda na mmoja simpendi. Sasa wewe umeshikwa na kajaa kidogo sana, na ndio ukoroku inakuanga kanisani na mahali kwingi. Kajaa kadogo tu kamekushika kako ka Jakobo. Jakobo akaenda akaambia jamaa Esau, akamwambia nipatie chakula. Jakobo akamwambia niusie birthright. Before even investigating, are you buying a blessing or you are buying a curse? And that's when normally I talk to you. Nikiona umevaa kama hawa vijana, nikiona umevaa ma t-shirt ama hiyo zimechorwa choro, naenda na kuuliza unajua maana hiyo kitu umevaa? Kwa sababu imechorwa kitu, imechorwa cobra hapa. Yekai mwenye kutengeneza ndiye aweke cobra. Hakukuwa na mnyama mwingine kama mbuzi angeweka. Anakuonyesha cobra kwa nini? Kwa sababu kuna communication in the spirit, anataka kucommunicate. So wherever unaenda, una release hizo thongs za kikobra. Mahali popote unakuwa agent. Ni kama satellite hii ya Safaricom iko hapa. Hiyo satellite ni chuma tu, lakini kuna connection, kuna kitu kamewekwa ndani yake. Ninapopiga simu ina connect Safaricom, haiwezi connect Airtel. Kwa sababu there is a connection, mimi na hiyo. T-shirt nikivaa ilitengenezwa na watu ambao wanaabudu manyoka na wanafuata manyoka. Kwa hivyo lazima waendeleze gospel uiende mahali kwingine. So what you wear, earrings mnafaa, hizi mamikuu hizi mnaweka hapa, masaa tunayofunga, anything that you do, you must look at it once. Unaiangalia tena na tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaiangalia tena na tena. Usinunue kiatu tu kwa sababu umeona nikinafurahisha. Usinunue nguo tu kwa sababu inakufurahisha. Hiyo nguo inaweza kuwa ina connection. Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho wanatumia kitu ndio iko connect. Ikikushikanisha na hiyo kitu, basi unaendelea. And that is why unaona kwa mganga hauchukuagi ati madramu, unachukua tu kitu kadogo kama tawi kama haka, unaambia fugilia kwa suruali yako. Hasa ukitembea unakuwa satellite ya huko. Na ukikaa kidogo unasikia wamekufinya kwa sababu unalipa bill. Unakibia kwa mganga, unaambia leo ndio daturo na katuro. Anakwenda unasikia hiyo mgonjwa imeenda. Unaenda unakaa miezi 6, anaangalia biru, anaona hujalipa biru, anaweka kitu. Kwa sababu you are connected. Kwa hivyo kama unalipa biru kwa njia hiyo na baba yako alikuwa mganga, what do you think about that? So you are still connected. Haujaachanishwa, bado umeshikanishwa. Yakobo wakati alienda akang'ang'ana na malaika. Malaika amekuja kubariki Jakobo. Akang'ang'ana. Jakobo fikira zake ni za kishetani. Kwa sababu alifikiria hawa ni wale wazee wa Sodom na Gomora.
Sasa aling'ang'ana na malaika, akang'ang'ana na malaika wengi, malaika wa baraka wanakujanga usiku by the way. Malaika wakang'ang'ana mpaka saa 11 wakati malaika anataka kwenda, kajua wewe nawe ni ukomenya. Nitakuvuja ndio nikienda kuuliza bugudi. Niseme jamaa alikataa, hata angalia nimevuja mguu. Kwa sababu kama baraka imeachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baraka zako zikiachiliwa, zimeachiliwa, hazirudi. Kama kagari kako Kristo kameachiliwa kako hapa. Ile kitu inafanyika, malaika huyo anakujaga, anatafuta ardhi. Kuna watu wamezaliwa wakiwa makiateka wa baraka za Mungu. Kwa sababu wewe ni mang'aa, umeenda kulioga na huko, kagari kamekuja, ardhi anaambiwa kuja haraka sana, kwa sababu ako connected na hiyo blessing zake za kuwa kiateka. Huyu anaitwa, anaambiwa shika hii kakari, kaaga nako kabla mwenyewe akuwe na kichwa mzuri. Sasa wewe unaenda huko kwa mng'are, unakunywa meng'are na mabusaa zako, unakunywa ubati mzuri wa mama anakusaidia, mtoto wako anaenda ng'abo. Sasa mtoto akiwa ng'abo, baada ya kuosha masufuria na nini, anakuuliza mama, "Unakwenda kukolera kakari?" Kolera kakari. Sasa hiyo ndio umeokoka, umekuja kwa rigi hapa, umeokoka. Sasa unaanza kuconnect na blessings zako. Sasa hiyo kagari kametumika, kamekuwa kavari, kalikuwa kwa 1.5 billion, reduce value mpaka 100,000. Mtoto naye Mungu anamsaidia, anapata 100,000. Na wewe sasa hiyo mwenye kiateka anaanza kusubuliwa na gari, anasema wacha niuze hii gari niondoke. Hapo na anaweza kuanza kusema mtu wako mwingine mmoja agiriga na 50 haule ni sawa. Sasa hiyo na wewe mtoto wake nako anaanza, kwa sababu umeanza kuconnect na blessings zako. Mtoto wako anakutumia pesa, unakutana na kagari kakiuzo kameandikwa on sale 100,000. Hapo kagari kanaitwa on sale 100,000. Ukianza kukagurumisha kanaenda aje? Kwa sababu ni kagari kamsehe, kametumiwa vibaya, kwa sababu ni makiateka, hawajarigi kile kitu. Kiateka just does it because it is not his, sio kitu yake. Kiateka ameitumia vibaya, kiateka ameivuja hata ile geji ya kusoma hakuna. Anafuguaga tagi ya mafuta, anaweka kamuti, anaangalia kama mafuta liko. Ana Yesu. That is when unakutana na gari yako. Na ilikuja hapa, kila kitu yako ilikuja ikiwa mpya. Hakuna mtu ako na kitu yake mzee hapa. Kila baraka zako ni mpya. Ukikutana na baraka mzee, wako nacha wako ndege kero ligekoro. Umenya kero likiugio kirege yako. Ni umang'aa waku, wako twarie kore wathire. Gikihũthĩro rĩu gĩtũrage gũtithĩkaga. Waigĩkĩra nganĩte na baba. Monene. Ngari nĩ yatua ndibu. Gĩkĩraga. Monene. Ngari nĩ yatũrĩka magũrũ matatũ. The blessings of God added no. Sorry, did I hear you? The blessings of God added no sorrow. So once ukinunua gari na upata ni sorrow, upata ni shida, umenunua shamba na hiyo shamba imeukaraka kwa makesi, that is not God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio Jacob, when he was about to be blessed, akang'ang'ana na huyu angel. Wakati alijua huyu ni angel, alishika angel akamwambia, "Dokuma, hutoki hapa. Hutoki hapa mpaka unibariki." Naye kitu kimoja Jacob alimuuliza. Malaika aliuliza Jacob. Alimuuliza nini? What is your name? Because that is where Jacob lost the mark. Alipotelea kwenye jina yake. Jina ni kitu muhimu sana. What is your name? What are you called after? Who are you called after? What kind of an environment unaishi? Hiyo jina Gekoba ni jina ya nini? Mudhurwa ni jina gani? Nairobi ni jina gani? Kenya ni jina gani? What are you called? Watoto wako unawaitanga majina gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo sasa hiyo ina kudrive into understanding the power in the name. Wakati Jakobo alibarikiwa kutoka kwa tumbo, lakini akakuja akanunua mtu ambaye alikuwa amelaniwa. Esau was a cursed man. Akakuja akanunua origidadi, akanunua inaitwaje? Origidadi inaitwaje na Kiswahili? Birthright. Inaitwa origidadi, inaitwa birthright. Birthright ni tofauti na origidadi. Haya, akanunua birthright jega.
Aliponunua birthright ya mtu mwenye amelaaniwa, akachukua. Kwa hivyo kutoka saa hiyo jina Yakobo likaondoka, akaanza kutembea akiwa Esau, kwa sababu Esau ndio alikuwa na the right of the first son of the family, na hiyo ndio Yakobo alikuwa anatafuta, kuwa the first son of the family. Kwa hivyo kutoka hapo Yakobo jina likatoka. Kumbuka jina Yakobo limebarikiwa, likatoka, akavaa gunia ya jina linaitwa Esau. Na kutoka hapo, wakati mahali popote alienda, ile maisha alifanya ni ya kufanyia watu wengine kazi. Akaenda kwa ankoli yake Laban, akafanya miaka 7 kwa ajili ya msichana, only to be told huyu sio yeye anafaa kuenda. Hebu niambie, sitting miaka 7 mahali na ukose kuelewa hiyo siri, you know, 7 good years uikare hadu miaka 7 na tuli wamenya muhitugo wa kundu kou. Are you normal? You are not normal, because amefungwa na nguo, amefungwa na spirit ya Esau, kwa sababu alibadilisha na jina yake na Esau. Lakini inside him kulikuwa na Yakobo, kwa sababu chochote aliweka, alifanya kilifaulu. Mambuzi zikafaulu, ng'ombe zikafaulu, kila kitu kikafaulu. Lakini wakati kula anaambiwa, wewe kwenda tafuta ingine. Buzi alitengeneza zikakuwa mzuri nyingi, akaambiwa achana na hizi buzi, enda utengeneza zingine. Akaleta ng'ombe mingi zikakuwa, akachuga, akaambiwa achana na ng'ombe hizi, go look for another one. When you are about to eat that it belongs to you, Esau anasimama, because Esau was a hunter and a gatherer. Esau alizaliwa kama mtu wa kwenda kutafuta swara, anaenda kwa kichaka, ananyemelea, anastua kichaka imuipatie chakula, sio a invest. Jacob was an investor. Jacob alingojea, alikuwa na lima, anangojea miezi 6 chakula ikule. Lakini Esau alikuwa naamuka, akilala hajui kama kesho atakula. So that was what became of Jacob when he alichukua inherit jina ambayo sio yake. Wakati akiwa kwa Laban, alifuga makondoo zikakuwa nzuri, akanyaganywa. Akafuga mang'ombe zikakuwa nzuri, akanyaganywa. Akaenda kuchukua msichana, akaambiwa huyu msichana umemfanyia miaka 7 ndio, lakini hawezi kuenda kabla wa kwanza aende. Kwa hivyo hata huyo mwingine mfanyie miaka 7. Akafanya miaka 14 kwa nyumba ya mtu. Akalima vizuri, akanyaganywa. Akachimba visima, akanyaganywa. Hakuna kitu hakunyaganywa, because si Yakobo alikuwa ananyaganywa, ni Esau. Kwa maana Esau aliishi maisha ya hand to mouth. So when you live a life of hand to mouth, everything you start, ukienda kusettle jini, ati unapiga kadiri, unajua sasa kadiri kameingia, hii ni milioni 100 inakuja. Ukienda tu kustrike yako kadiri, unasikia mtu mwingine anaingia, ama pesa iliwekwa kwa account ya mtu na huyo account amepotea. Lakini deal wewe ndio ulitengeneza. Kila kitu, makaratasi, kila kitu wewe ndio ulifaulisha. Lakini all of a sudden mtu mwingine anakuja, ni lawyer, unasikia haijalipwa, miaka 10 haijalipwa, una shida tu ukisema niende na besha, niende na muguda, niende na kena, but you have got nothing to show of it. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati malaika alikuja, kwa sababu the trend of God has to be fulfilled, Jacob akakuja kubarikiwa. Aling'ang'ana sana, na ndio unaona shida tunakuanga nayo. Mungu amekuja, ameachilia kubarikiwa kwa mtu, lakini bado unang'ang'ana, bado unapigana, bado unabisha, unataka kujionyesha wewe ni mtu anajua, wewe ni mjuaji, kwa sababu uliokoka zamani kwa hiyo kanisa ya Anglican, ukatoka Anglican ukaenda ACK, ukatoka ACK ukaenda ile ya guo mrefu na ile ya kitambaa ya kufuga hapa, ile ya kudhioma. Sasa kila kitu unajua, Biblia unaijua kutoka A to Z, unajua kila kitu. Sasa mtu kama mimi nakuja na kuuliza, na kitu fulani imeandikwa wapi kwenye kitabu gani? Unashindwa kama ndio wakala ajirate ya. Nikijaribu kukuambia kuna anointing, unaniuliza anointing gani na ujui Biblia. Biblia si anointing. Hii kitabu, you can read it as a book, as a novel. But for it to be a meaningful to you, it's when you read it as a holy book, when you inscribe the Holy Spirit in it. Because it was written through the Holy Spirit. But you can turn it to be a novel.
You can understand it from Genesis mpaka mwisho. So wakati huyu mzee akaenda, malaika alipong'ang'ana na malaika akamuuliza, who are you? Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuuliza, wewe ni nani? Naye akamwambia, mimi ni Jacobo. Confess. That is why we are asked to confess. Confess kwa kinywa chake, akasema mimi ndio Jacobo. Kutoka hapo malaika akafunguka macho, akaona huyu ni malaika, akamwambia nibariki. Malaika akambariki na akambadilishia mpaka jina, akamuita Israel badala ya Jacobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning the name iko na power kubwa sana katika maisha yako. Uliitwa nani? Wetetwa letwa ririko? Mzee, wetirwo letwa ririko? Rihia liumite ku? Riitanitio na ki? Ndio unaonaga kwa kuna familia unapata ya Wakikuyu hapa. Kwenye nyumba moja iko na Wajohi. The same baba anaitwa Wajohi. Bwe mtoto wake wa kwanza anaitwa Kenywa. Mtoto wake wa gatatu anaitwa Geshohi. Mtoto wake wa nne anaitwa Wang'ombe. Mtoto huyo mwingine anaitwa Wagoko. Huyo mwingine anaitwa Wang'odu. Huyo mwingine anaitwa Wajau. Unakuta watoto baba ni Wang'ombe, mtoto ni Wajau, huyo mwingine ni Jau. Hasa ukiende wasalimie ng'ombe hizi muriega. Na ukiangalia characteristic ya hiyo familia, hiyo majina wameitwa, wana behave tu kama hiyo majina. Mtu anaitwa Kanywera, Wajohi, Kenywa, ukiwaangalia hawatokagi kwa ba. Wakinyaga gavaa uguo, maikiroko na ngiriga na rimwe. Simari yaga tathuya, ona shikiraga mpesa ina gatumira mundu wa ba. Karaga nacio ni ndiroka. Akifika huko lazima chafua hiyo meza. Chafua na hiyo meza. Hiyo meza chafua. We, mundu wa buchere. Tadima kamwena kama kabori. Todo ne Kenywa. Wanyita. Na muru wanyineta kwa Kanywera. Papa waeta kwa Wajohi. So these names, they cause a lot of havoc in our lives. Until we change them. Ndio liona Mungu ndio abariki Abraham. Alimchenjia jina Abraham. Kwa sababu Abraham alikuwa amepatiwa anda madhabahu ya baba yake ambaye alikuwa idol worshipper. Abraham si mtu aliyekuwa amebarikiwa. Lakini kwa sababu Mungu alitaka kubarikia Abraham, akamchenjia jina, akamuita Abraham. Abraham means the blessings of God. Lakini Abraham ni jina ya baba ya kumaanisha ilitokana na madhabahu ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. And sometimes these things, they operate in us. Once we don't understand what is happening in you, you are completely confused. Ile biashara unafanya, maybe nilikuintroduce kwa biashara, ndio nianzishe hiyo biashara, ni sadaka gani nilikuwa nimetoa, na nilikuwa nimetoa sadaka hiyo kwa nani na wapi? Kama nilianzisha na foundation ya uganga biashara yangu, na nimekuja tumeanzisha ndio nikupatie mtaji uende ukaanzishe kazi yako, basi huo mtaji umetoka kwenye foundation ya kiuganga. That is why it is necessary utakaze chochote unachokianzisha. Wakati tulikuja kwenye nyumba hii, tulitoka hapa chini Jericho, tukakuja kufuata maandiko. Lakini tulipofika hapa, kuna kitu tulikuta kwa hii nyumba. Sitaki kuambia ni nini kwa sababu mnaweza kuwa ma-CID. Tulikuta kwa nyumba hapa tunapikia hapa chai. Kuna kitu tulipata hapo. Na hiyo kitu ilitustua. Kwa sababu sikuwa na imagine kitu kama hiyo inaweza patikana kwa nyumba kama hii. Na tukaita mwenyewe tukamwambia, hii kitu kwa nini iko hapa Mr. Jega? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini iko hapa? Akatwambia, hai, nani aliwaonyesha? Nikamwambia, sipana tulipata hapa. Akasema ati ni shule. Hii ilikuanga shule. Ukiangalia sana utaona maandishi ya shule. Kalikuwa ka shule na kalikuwa kanafanya biology. Kwa hivyo kalikuwa anafanya ni biology ama ni biology inafanyanga na miili ya watu. Study. Si ndio? Ni biology. Sasa akasema hii shule ilikuwa inafanya biology.
Na hii kitu ilikuwa imekuwa applied kutoka kwa serikali ndio iletwe wapi? Mutu. Bahede mamudu. Ogwa hiya no guomithetire. Bwana Yesu asifiwe sana. And then you expect kuna kitu inaweza kukua hapa. Hii nyumba tukiingia hapa, hawa watu wanaweza kutulingia. Hii nyumba tukiingia hapa, walikuwa wanatafuta customer. Walitupigia simu. Hata ni mwasha na walitupigia simu kwa sababu tulikuwa tumekuja kutafuta nyumba hapa 6 months down the line. Walikuwa wamekosa customer kabisa. Wakatupigia simu, no mosharagia nyumba. No tosharagia nyumba. Eko tukakuja. Nilikuwa nimewambia hawa hiyo nyumba iko mahali fulani, imekaa hivi. Tukaonyeshwa ile ilikuwa alikuwa huko mwisho, nikamwambia sio hapa, ni kubwa. Wakasema hapana, wewe unataka nyumba kubwa. Nikamwambia hapana, Mungu anataka ile nyumba alinituma. Tufuate ya Mungu, wachana na mimi. Mimi ni mtumwa tu. Nikamwambia hiyo nyumba wachana nayo. Hata saa hii haijachukuliwa. Iko hapo. Ndio nikamwambia, nikamuuliza hiyo kiateka, kuna nyumba nyingine? Akaniambia twende. Tukakuja kufika hapa kwa sababu nilikuwa nimeambia iko na L. Kuingia tukakuja. Nikamwambia nyumba ndio hii Mungu anataka tukue. Sasa kuchugusa kidogo tunakota hiyo ati kilikuwa kimeapply hiyo kikuja kifanyie research ya kufundishana. Sasa hii nyumba zote zilikuwa empty. Hizi magodown zote ziko hapa, zote zilikuwa empty. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tuliingia hapa, tukavunja hiyo madhabahu, tukaita hiyo mwenyewe, tukamwambia utakile geke. Akiweza kuheria kitu hiki huku, forili no nginya emenye. Sasa ndio nikajua the power of the altar. Serikali lazima iingilie. Na tukang'ang'ana mpaka ikatoka. Na tukainua madhabahu hapa, na kutoka siku hiyo sasa wanajaribu kutafuta no tari harawega aigato nigetha mekere mundu kuri haega. Saizi wanatafutaga nani halipagi. Hata sisi naonaga tukichelewa kidogo wanatuandikia kabarua, nitawafukuza, mtafukuzwa. Mtafukuzwa. Kwa sababu watu wale wako na list, wale wanataka nyumba ni karibu watu 10,000. Wanataka hapa. Mituba yote ikakuja ikaoccupy hapa yote. Imekuwa center ya mtuba hapa yote. Kwa sababu huyo ndio alikuwa anawazuia kupata baraka zao. Kuna vitu uko nazo kwa nyumba, labda ulipatili. Kuna bishop wangu mmoja alikuwa anaitwa Wainaina. Wainaina alikuwa ameachua mkwajo na baba yake ambaye alikuwaga mganga. It was a honor kutebeaka na kitu ya baba yako, si ndio? Gofie no kugenda niyo fafa kagira. Wanugu wale mkwajo afafa. Yeke nikyo jongwa ya hapa. Hiyo jongwa na hiyo mkwajo ilitolewa kafara gani? Ilikuwa imetolewa sadaka gani? Ama ilikuwa na madhabahu aina gani? Ndio ukailie. Na jamani bishop. Sasa alikuwa nikaenda kwake kanisa nikiwa tu mgeni. Nikaenda nikaanza kuomba sana. Nilikuwa napenda sana kuomba. Sasa nilipoanza kuomba, akiwa nyumbani kwake, akaanguka kwa bathroom. Hii sehemu yote ikakufa. Alisema ni mimi nimemroga. Sasa tukakaa kidogo, nikaenda kwake, akasema nitumanwe niende kwake. Nilipoenda kwake nilimshika tu mkono, na ni bishop, nilimshika mkono. Miguu ikafufuka na akaamka. Akaambia washirika, mumeona? Si nilisema huyu ndiye ameniroga. Mimi nikafukuzwa hiyo kanisa. Nilipofukuzwa akakaa, aliponifukuza 3 days later akaaguka tena. Tena akatumana hiyo morogi yako. Nikamwambia mimi hata sikuwa najua mambo ya madhabahu. Madhabahu nimeanza kujua 2 years ago. Nikamuuliza, sasa kuna kitu unaweza kuwa nayo kwa nyumba inakusubua? Akasema hapana, ni wewe tu, na utoke tu kanisa yako kwa uzuri tu. Umatukanida kwa kwama. Kwa uzuri tu enda. Mimi sina ubaya na wewe. Na akatoa shilingi 10,000, akaniambia ndio na wewe na wewe tu natikana nani. Mimi nilienda. Baadaye miaka 3 akapata tena shida kama hiyo. Ndio nabii wa ngari ule wa banana alienda akamwambia, kuna mkwajo unakuaga nayo, ni ya baba yako. Hiyo ndio inakukulaga kwa sababu baba yako alikuwa mganga na unatembeaga na mkwajo yake ukienda kwa madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio inakukulanga. Alipopoteza hiyo mke, alipotupa hiyo mkwajo ikachomwa ikapelekwa huko akatoa madhabahu. In 2 months alikuwa anaendesha Mercedes Benz. Na alikuwa anaenda kanisa na motorbike.
2 months alijenga pale Rogere. Itakuwa ni Bishop wa Irina hapo Rogere. Jana amenipigia simu, ameniambia amenunua gari lingine inaitwa Alphard. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna kitu inaweza kuwa uko nayo geturaga gwaku nyina wanyabura kitu kadogo tu kijiko makasahani ama gikombe ategeke datigirwo ni shosho ugetigirwo ni shosho ri endaga ki ni connection ire kwendaga mukoro nayo nake ategeke ndiendaga gute geke ndia ina thaburia ni ad ni wakuachie. What was the connection? Umeririkanaga niki agotigire niguo ririkanage ki? Bwana Yesu asifiwe sana. So those are the things that you have to understand. They are haunting you but you don't know. Na kanisani ndureka gado na wira munyoroku. Bwana Yesu kuma mwaka 40 ndahonokire. Jehova ni mwega. Aleluya. Na niona nao watu hao wameshikwa na mapepo. Wanaonanga makosa ya wengine sana. Ati he ref we menyerera mutumia ucio ukite gukuguithia. Eshoketa gukuithia uniendia muoni no rereka tumaithugu ucio ni roho wa Jezebel. Kumbe wewe ndio Jezebel, kwa sababu umebeba ujezebel. Wewe ndio umekuja kunimaliza, ndio unataka wengine watoke ndio udili na mimi vizuri. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko wapi? Tuko kwa majina tumepita, tuende sasa kwa altar. What are the kind of altars that operate in your family? Misigi yenu kwanyu ri ni kigongona kiriku kiathamakaga. Tunasoma kwa huyu mama sijui ni kitabu gani, ni Acts hapo. Huyu mama wachana na yeye. Twende kwa tuangalie kitabu ya Joshua 1. Hiyo jina hiyo mama imepotea. Ama tuangalie James 3:10. Tuangalie James 3:10 kwanza ndio tuangalie vizuri. I hope kuna mtu anasaidika. Yeah. Saidika hivyo ni vizuri. Nataka tumalize saa 9 ndio tuingie kwa maombi na uende ujielewe. Nani amefika James? James 3:10 inasema out of the same mouth proceed blessings and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Out of the same mouth, meaning the same mouth that blesses, the same mouth curses. So what is connected with the altar? Tuingie kitabu cha Judges 6 verse number 24. When Gideon was about to be blessed, he had 32,000 men ambao walikuwa wanamfuata. Remember, nobody can have hata watu watano anakana watu watatu manaku mathutha ona gukorwo na muthuri waku ni kirathimo. You are blessed. Kugesiana, you are blessed. Gukorwo na andu wakuwa na watu watatu waine wanakufuata tu hivyo, unasemaga ni blessed. Huyu jamaa anaitwa Gideon alikuwa na 32,000 watu 32,000 ambao walikuwa wanamsikiliza, meaning he was highly blessed. But remember the lamentation when the angel of the Lord appeared to him. Wakati alikuwa na Sara, alikuwa anatengeneza ile kitu alikuwa anatengeneza, kwa sababu walikuwa anatengeneza usiku, kwa sababu kulikuwa kuna watu walikuwa wanaitwa Wamidiani ambao walikuwa wamewasumbua. Na Wamidiani walikuwa na ngoja wakati umetengeneza kila kitu, wanakuja wanakuambia lete. Hiyo ndio roho tulikuwa na operate nayo kwa Mungiki. Tulikuwa tunaokuja muuze mpaka jioni pia. Bwana Yesu asifiwe. So roho ambayo ilikuwa ina torment hiyo familia na wana wa Israeli is a Midianite spirit ambayo ilikuwa imewashika. Every time unalima wakati wa kwenda kukula, hiyo roho inakuja inachukua. So Gideon alikuwa ameanza kukua na bitterness, kushidwa. Tuiragwo uhoro wa Ngai, tunabiago Mungu alifanya, Mungu alitoa kwa utumwa, Mungu alitoa hivi, Mungu alitenda miujiza, alikuwa na Musa akafanya. Kwani huyu Mungu aliendaga wapi? Wewe uliakireta keu niguo ile kanitha, niguo rutire sadaka, niguo ile kanitha ine no mathina naguo no momokete uguo.
kwa sababu kuna roho ya Wamidiani iliyo ndani yako. Malaika wa Mungu akakuja akatokelezea mtu anaitwa Gideoni, akamwambia Mungu anasema umebarikiwa. Akamuuliza, Mungu gani huyo, na ni kwa nini tumekula shida hii miaka yote? Huyo Mungu kama ako, kwa nini tumekula shida kama hii? Malaika akazungumza na Gideon. Wakati Gideon akizungumza, akarealize huyu si mtu wa kawaida, akajua ni malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambia malaika, ngoja kidogo, kaa tu hapo nikuje. Akakimbia mpaka nyumbani, akachinja mbuzi na akatengeneza mkate ambao ulikuwa haujawekwa hiyo baking powder. Akatengeneza kitu kizuri, akakuja akapata yule malaika, akamwambia ndio hii nimekuletea kama sadaka. Naye malaika akamwambia iwekelee kwenye jiwe pale. Alipoiwekelea kwenye jiwe, naye malaika akanyoosha kijiti kiliko kwa mikono yake, ile nyama na hiyo mkate ukawaka moto ukaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ya kwanza ya kuvunja madhabahu ya kukubalika ndio hiyo ilikuwa ya Gideoni. Alipojua it is God that is speaking, he ran fast to make sure he connects with the word of God. He connects with that word God has speaking. Hallelujah. So once you hear the word of God, the first thing you do, connect yourself with the flow of the word of God. Immediately wakasasa kutoka hapo malaika akafunguka, akamwambia, the battle you are seeing will be won by you as a man, not by the community. Because Gideon wakati aliambiwa ni malaika, you are blessed, akamwambia, yes, I am not blessed. I'm the least in our family, and we are least in our clan, and our clan is the least. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha si ukubwa ambao unafanya vitu vifanyike, lakini kwa Gideon alikuwa anaangalia kwenye klani yao ya Naftali ndio walikuwa least, na kwao kwenye familia yao yeye ndiye alikuwa least. But God has a different agenda, that it doesn't matter whether you are least, it doesn't matter who you are. But the angel told Gideon, you are going to win this battle as a man. So it is not a battle of the community, it is not a battle of the family, but a battle that I have given you power to triumph over anything that is against you. So kutoka hapo, kwa sababu ameinua madhabahu ya kuconnect. So you need, once you know there is a problem in your family or in your life, you need to ignite God to speak to you by raising an altar of igniting God to reveal to you, akufungue macho ya kuona vitu vingine ambavyo hauwezi kuviona kwa macho yako. Sasa hapo ndio alianza kuona, akajua kweli kuna roho. Sasa wakati malaika alipokuwa akienda naye Gideoni akaanza kumfuata Mungu, Gideoni akazungumziwa na Mungu, akaambiwa, nenda kwenye boma ya baba yako, chukua ndume wawili wa miaka 7. Haleluya. Chukua ndume wawili wa miaka 7, moja uende ukavunje madhabahu ya baba yako. Na akachukua ndume wawili kutoka kwa madhabahu ya baba yake, akaenda kuvunja madhabahu. Akavunja, akaambiwa, akapatiwa maelekezo. Kuvunja kwa madhabahu kuna process na kuna maelekezo. Usiende tu kuweza kusema pepo toka. Mapepo yakiwekwa, madhabahu yakipangwa, yalipangwa kwa ustadi na mipangilio na wale waliopanga. Ukienda kuweka likakaka yako, utagogwa kama ule pasta wa Uganda niliona, alienda kutoa mapepo, akaagukiwa na mti na kagari kake wakafiinywa ndani. Ametoa mapepo, amesema rika malakalina riko shontoro baba rika mapepo toka. Mapepo ilimwambia tumetoka kiasi, kumbe ilienda kwa mti ikamugojea. Amechukua kisadaka chake ameweka kwa mfuko, kwenda kuingia kwa gagari muti kubwa pale, aliweka kwa kivuli hadi kivuli kakali kapata kivuli. Alisikia mti alifinywa hapo last week. Ilikuwa last week wangapi waliona hiyo? It was last week, last week. Alifinywa kwa gagari kake, akakufia wapi? Kwa sababu hakuelewa ni nini anaenda kupigana nayo. Kwa sababu pasta si pasta. Wacha nikwambie, si wote ambao wako na uwezo wa kuvunja madhabahu. Ni sawa, daktari watu wote, daktari wa meno ni daktari
daktari wa mifupa ni daktari, daktari wa matumbo ni daktari, gynecologist ni daktari, wanasomea Nairobi University. Lakini akichomoka, anachomokanga huyu ni wa meno, huyu ni wa mifupa, huyu ni gynecologist. Hauwezi kupelekea gynecologist meno. No edire gukuri ya besha. Tawe wa huje igimaraturi ya besha. No edire. Hata kulifaa aende kwa mtu wa meno ama aende kwa mtu wa mifupa, akikuangalia kwa access aone ni nini inafaa. So angalia pastor ambaye anafaa kufanya hiyo kazi ni nani, ama bishop. Si bishop wote wana uwezo wa kuvunja madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kama ana uwezo wa kuvunja madhabahu, angalia level yake ya kuvunja madhabahu. Alafu uangalie ile madhabahu inakutawala. Ile madhabahu inakutawala ilikuwa ya kiwango gani in the family ama in the society. Huyo muganga ambaye guka yako alikuwa muganga to what level? Ni watu wagani walikuwa wanamtembelea? Kama alikuwa anatembelewa ni wale watu wa hawitora yako waligaisha ajiro au hao watora kau, unajua yeye ni division hapo, ni karoko, ni rokoteni hapo, rokoteni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukasikia huyo buguka yako ati watu walikuwa wanatoka Kisumu wanakuja, watu walikuwa wanatoka Kisii wanakuja, watu walikuwa wanatoka Mombasa wanakuja. Ujue madhabahu ya huyo mzee ni madhabahu ya kitaifa. Ni madhabahu ya nini? Ni madhabahu ya kitaifa. Kwa hivyo hautaenda kuchukua kapasta kenuka hapo huyo hapo chini, kwa sababu anashindaka usiku saa 9 usiku akalia usiku saa 9 kila siku. Akifika kimaliza kupiga hiyo makelele na kuambia wathokete muno mundu wa Ngai anaguranya na ndirie ginya mabathi. Anatumara watoto dena tuone mwana ni araigatirwo thukuru. Ukiona level ya kile unapigana nacho ni cha kitaifa ama it is beyond Nairobi province. Don't go looking for mtu ambaye ni loko ati pastor ule wa kwenu ati kwa sababu ni cousin ama sababu ni rafiki yako. No. Go look for a man of God who has the stature of the national value. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu madhabahu yana heshima, yanaheshimia, yanatii, yakitiishwa na yule ako juu yake. Sasa unakuta mtu guka yako alikuwa na madhabahu ya kitaifa, alafu unaenda pale roko, yule pastor roko hapo, yule anashidaka akipiga makelele, unamwambia kuje kaje na kagui kana kanini gakogaga wadi wewe wagaga shoka na duda. It won't help you. Haiwezi hata kidogo. Na ukikastua, lakini unahitaji kinaguru, unaona kila mtu anatulia. Kwa hivyo angalia. Ndio fanya research, uji understand what kind of altar that is speaking in your life. When you know it is a national altar, nenda kwa mchungaji ambao ako na stature ya kimataifa, mwenye ako na anga ya kimataifa, ndio aweze kuvunja anga hii. Lakini kama ni wa division, enda kwa wa district. Enda kwa mchungaji wa district, ataweza. Lakini huwezi kuenda kitu ni ya district uchukue sub chief ati aende akapigane na DO. Kwanza kabisa atawekwa ndani. Askari wa DO watasema weka huyo mtu ndani, anaonekana amekunywa changamigi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo mapepo inaoperate. Utawekwa, utaenda huko na ni pastor, unaenda sasa watu wanafikiria ni mapepo, kumbe ati ni mapepo unafukuza, kumbe ndio hii mapepo inakuhuta. Unajaribu kufanya umekujwa na nahuta wanafikia sasa roho wa Mungu ametenda. Wale wangu mnaona mnaokota maiti mkipeleka hospitali mochari. Unashindwa ni nini ilifanyika? Ati mtu wa Mungu alikuwa kwenye kazi ya Mungu na ameenda akiwa kufanya kazi ya Mungu. Hakuna. Mkienda kwa shetani mtamkuta huko akichomeka. Kwa sababu alijaribu kung'ang'ana na kitu ambacho sio yake. Understand the level.
Mkiunderstand levels za madhabahu na what is happening in your life, you will be able to suppress anything that is operating in you. And you will be able to succeed. So types of altars ambazo zinafanyika ni hizo niliwatajia. Altars za pombe, altars za kiusharati. Hata usharati ni altar. Umasikini ni altar. Kwa sababu kuna limitation umewekewa. Unaenda kuguza, unapanda, umeruhusiwa shilingi 10,000. Unapanda mpaka 10,000, upate 10,000 na shilingi 1. Unasikia dada yako kwa na gari na tukutane Kenyatta kwa sababu ya hiyo shilingi 1. Hebu jiulize, ukinyagia pesa ciaku ukagĩa na disaster. Ukinyagia pesa ciaku waiga tukinyaga ha ukaumira kiundu ngokahorera wakasi wito mwathani agocwo, ukasikia wakasi wito alafu mwathani agocwo, kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna shida unataka kuambiwa eti sasa ule tenda udeithie na ngiri 20 thibitari ndio ndige cooperation itani na ngiri 30 na ngiri 10. Kwa sababu lazima upokonywe, because ujaruhusiwa kufikisha 20,000 and above. Lakini between 20 kurudi chini, hata unaendaga unafanya budget, unanunua nguo, unanunua kiatu na unaona zinabaki. Lakini pitisha na shilingi 1, hiyo pesa yote haitakusaidia. Hata kazi utafutwa, utafukuzwa kutoka kwa hiyo kazi. Kwa nini? Kwa sababu there is a limitation in your family. Ukaona kuna mahali munafikanga kama family, kuna kisomo munaendaga mkisoma, unakuta brother zako zote ziliwachia form 2. Kuna limitation in that family. Ama mkifika 41 years ndio magonjwa fulani inatokanga, kwa sababu hamkubaliwi kuishi baada for 50 years. Mmewekwa 50 years ndio mnaishi dunia hii, mtoke. Tusimame na miguu yetu. Natumai tumeweza kubarikiwa. Sasa ni session ya kuomba. Tutaimba nyimbo 2-3. Mwanzo kabisa, kama uko na sadaka wekelea kwenye madhabahu. Wale iko kwa M-Pesa, unaweza kulipa kwa M-Pesa pale. Namba iko kwenye ukuta. Kwa hivyo nenda ujitafute, ujielewe. Madhabahu haitolewi. Usikuje kutoa siku moja useme ati nilitoa kitu fulani kwenye madhabahu. Hata akakuwa ni mchungaji aliye na nguvu na gani, kama hauku identify, haukupatia sadaka yako jina, hiyo sadaka ni bure. Sadaka lazima uipatie jina. Ni kwa nini umetoa na ni ya nini, na itakusaidia. Na hiyo itakusaidia katika kuvunja madhabahu yaliyo ndani yako. Namba ya pesa ndio ile, mnaijua, na itawawezesha. Kwa hivyo muende mjitayarishe, muanze kufikiria Kristo, what has been ailing you, what has been your problem. Ni kwa nini kuna changamoto, na hizo changamoto hazitoki. To usher you into the mood and the power. I'm waiting for you so that we can continue. Tunakuabudu Bwana.
Sauti yako mwambie Bwana wewe wastahili. Wastahili wewe Bwana. Wastahili wewe Bwana. Kupokea utukufu. Bwana wastahili wewe. Wastahili Jipeleke mbele za Mungu. Cheza keyboard kwa utaratibu. Mtu ajipeleke mbele za Mungu. Speak to God. Take your position. Speak to God. Tell him what you want. Punguza kiasi. Tell him what you want. Mwambie akumbuke maisha yako. Mwambie akumbuke familia yako. Kwanza kabisa tuanze kwa kutubu. Ungama dhambi zote ambazo unazijua na zile ambazo haujui. Ungama kwa niaba ya watoto wako. Ungama kwa niaba ya familia, ya watu ambao mnafanya nao kazi. Ungama kwa niaba ya kanisa.
ungama kwa niaba ya taifa letu. Go for repentance. We seek to repent. Ask God to cleanse us. Ask God to turn around whom you are. Let him be your pillar and you be an accepted sacrifice. Your body to be accepted sacrifice before the eyes of God. Cleanse your body to be the temple of God, that he may hear your prayer and your supplications, that he may hear the care he has for you. Appreciate him for what you are and how you are. Remember not the sins that you've committed without your knowledge. Remember the sins that you committed knowingly. Remember the sins of your children. Remember the sins of your parents. Remember the sins of the people you work around, the society. Remember the sin of the church. Seek repentance. Ask God to open your heart and to open your mind, that you may be able to know what really hurts you. What sort of a kind of an altar that is in your life. How old is it and how powerful is it? He is faithful. He will hear our supplication. He will hear you. He has opened his ears to you, that you may be pleased. He believes in you, and he is waiting just for that voice. Like Jacob, when Jacob was asked, "Who are you?" He said, "I am Jacob." Say who you are for the edification. Tangulie Bwana, tunatamani kufika. Mwambie Mungu kitu tu. Muombe tu msamaha. Kuna mengi umefanya bila makusudio, bila wewe kujua. Huyu Bwana ni Bwana wa msamaha. Kilichokufa sana ni miito na mambo uliyoyasema. Labda kuna maneno ulisema bila wewe kujua. Kuna mtu ulilaani bila wewe kujua. Kuna kitendo ulifanya hakikuwa kwa makusudio, lakini ulijikuta umefanya. Kuna mengi ambayo umefanya na hata ukumbuki. Mwambie Mungu ayakumbuke.
Mwambie yakumbuke hayo yote. Ako tayari kusikia maombi yako. Ako tayari. He's ready to hear you. To bless you. Ask God now to locate you. To locate you. Maana Mungu amesikia maombi, amesikia msamaha. Just now connect yourself. Kama vile Gideon alipojua huyu ni malaika wa Mungu alikuwa anaongea naye, akakimbia akachukua sadaka akalete, ndio aweze kujishikanisha na uwepo wa Mungu. Na kutoka hapo mengi zaidi akafunuliwa kwake. Leo Bwana anataka kukufunua. Leo Bwana anafungua maisha yako, analeta ufunuo wa maisha yako. Leo Bwana analeta mabadiliko. Umepitia mapitio ambayo umepoteza vitu nyingi sana, lakini Bwana wa mbinguni, Baba aishie, ana uwezo. Anasema yuko tayari sasa kubariki. Anasema yuko tayari kuregesha vitu zote ambazo ulipotesha. Watoto ambao wanateseka, Bwana yuko tayari kuwabariki tena. Nyumba ambayo inateseka na ndoa zilizoteseka, Mungu yuko tayari kukubariki. He's ready to bless you. He's ready to cure your problem. He's ready to cure your problem. It doesn't matter what it is. It doesn't matter how it is. It doesn't matter how far and how close it is. He hears the prayer. He has heard your prayers. Just connect yourself with Him. He's ready to bless you. This God is ready and willing to walk with you, take you through a walk that will prosper you, that will change your life. Lord, we adore you. We worship you, Father. We glorify your name. You are the holy of the holiest, the King of the kings. We worship God. We worship you, Father. We adore you, God. We exalt you, Father. You are holy. You are holy. Ore mutheru, Father. We mutheru. Ciana ici ciũkĩte gũkũnĩ wako nigetha ũcirathime. Maitĩrĩrie maguta maku Baba mothingu. Maitĩrĩrie kĩrathimo gĩaku Baba kĩa ũthamaki waku. Mahonerie mĩtũrĩre yao Ngai. Maririkane Jehova. Reke magongona marĩa makoretwo magĩthamaka thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao manjie kũmomoka kuma ũmũthĩ. Manjie kũmomoka, mahingũre maitho mao ma kuona kĩrĩa mabangĩire kĩrĩa kĩ mbere yao. Mahingũre maitho mao mone kĩrĩa kĩ mbere yao Jehova. Mahingũre maitho ma ngoro na ma mwĩrĩ. Orina kaeze riboshanya ontorina kaza. Antara bababaribo borina shariko. Wewe ni Mungu, una uwezo. Una uwezo. You are the glorious God. We worship you, Father.
We worship you, King of glory. I worship you. Nanyenyekea mbele zako Mungu wangu. Kumbuka mtumishi wako. Hata hawa watu Baba wakumbuke. Najua unawapeleka mbali. Wafikishe tu mahali wanaenda. Wafikishe tu na uwezeshe. Wapate nguvu ya kumiliki na kutamalaki. Na hata kufaulu kwenye malengo yao yote ya kimaisha. Ambao wamekuwa na upungufu wa maisha. Ukawakumbuke tu. Wanao na magonjwa na majini ambao inawasumbua. Yote yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. Yakayaondoke. Yaondoke. Toa viatu zako weke hapo chini. Toa viatu zako weke hapo chini. Dennis. Unaamini Mungu anaweza kuponya wewe? Yeah? Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, nitendee leo. Nionekane. In the mighty name of Jesus Christ. Let God hear your prayer. He has heard you. Atakubariki, ameniambia atakuinua. Ngoje tu, anakuja. Na hautaishindwa na maadui. Na hata wakakiinukia aje, mapepo yote yaliyotumwa, yaliyojituma, hayatapata nguvu kwako. Ninakata the umbilical cord iliyokushikanisha na laana, na nguvu za wachawi na waganga na wailiminati, na nguvu za mapepo ya giza. Ya broken in the mighty name of Jesus Christ. Oh yes. You are free. You are free. Oh. Ebeneza, nani kama wewe? Kama mbele zako, wewe ni Mungu. Ebeneza, nani kama wewe? Naamini Mungu anaweza kuponya wewe. Yeah? Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, ingia ndani yangu. Utoe chochote ambacho ni kiovu. Unipe maumbile mapya na nguvu mpya. Sema unapozuru wengine, usitupite. Yesu, unisikie unapozuru wengine, usitupite. Usinipite Bwana. Yesu, kumbuka watoto wako. Nisikie Mungu wangu. Usinipite Baba. Usiniache Mungu wangu.
Jifungulie kwa Mungu, fungulia moyo wako mbele ya Mungu, mwambie yote unayoyataka utayapitia. Naomba nguvu zote za giza kwenye madhabahu haya, madhabahu ya shetani yote, mapepo na nguvu zote zote zikaondoke. Usikie sasa. Usinipite Mwokozi, nisikie Bwana, ninapozuru wengine ndani. Usinipite Mwokozi, nisikie Bwana, ninapozuru wengine. Usinipite unisikie unapozuru wengine. Yesu, unisikie Bwana, unisikie unapozuru wengine Bwana. Kweli Yesu, niliomba mchana leo, unapozuru wengine, usinipite. Wacha Yesu akutendee sasa. Unapozuru na nguvu za Mungu zinashuka. Wachawi na waganga wote, wailiminati na majini, inabomoka sasa. Unapozuru wengine, tunakungojea Bwana. Wewe Yesu, utusikie Bwana, utusikie unapozuru wengine, utusipite Bwana wako, tuko mbele zako. Angalia, angalia Bwana, sisi wana wako, tuko mbele zako. Angalia Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako, tuko mbele zako. Angalia Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako, tuko mbele zako. Angalia Bwana, 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 shughulika Bwana, shughulika Yesu, shughulika Bwana.
Shughulika Bwana, shughulika Bwana, shughulika Bwana, shughulika Bwana, shughulika Bwana, shughulika Bwana. angalia Bwana, Endelea kuomba. Kuna baraka inaachiliwa. Kuna baraka inaachiliwa. Angalia Bwana, 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 angalia Yesu, angalia Bwana. angalia Bwana. Look at my eyes. Look at Siwana wako tuko mbele zako, angalia Bwana. Sisi wana wako tunanyenyekea, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana Yesu, hatuna mwingine. Angalia Bwana, Angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana. Ithe witũ arauga nĩaiguĩte ihoya rĩaku na arauga nĩegũkũra, nĩegũgũteithia na njĩra nyingĩ nĩekũhingũra ona iria ironekete Tumaini sina ũndũ wa kũmwandĩkĩra ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina. Damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwako Yesu nasimama. Ndiwe mwamba ni salama, ndiwe mwamba ni salama, ndiwe mwamba ni salama, kwako Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikiitwa hukumbuni, moyoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama. salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ndiye mwamba ni salama. The researchers
sinking sun. mwamba ni salama. You are the solid rock, Jesus. Ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, Yesu nasimama. ndiye mwamba. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Nitainua macho yangu Saidie maji. nitazame milimani. Msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nitainua macho yangu nitazame milimani. Msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nitainua macho yangu nitazame elimu yangu. Msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nitainua macho yangu. Inua macho yako kwake. milimani. Msaada wangu watoka wapi? bali ni watoka kwako Yesu. Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Kweli wewe ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Kweli wewe ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. So wimbe Yesu, umeiponya roho yangu. Hakika wacha Bwana, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, umenitoa mavumbini. Kweli wewe ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Ewe Yesu, Receive your healing. The mighty name of Jesus. Every bondage, every curse, every in your life, it's broken. Lock it down. Lock it down. Lock it down. I destroy it. Come out. Curses come out. Diseases come out. Let it come out. Out. Toka kwako Yesu. Ewe Yesu, umeiponya roho yangu. Kweli wewe ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, umeiponya kweli wewe ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Imba Yesu, nakushukuru kwa kuponya roho yangu. Ningeliangamia singekuwa wewe, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Kweli wewe ni wa ajabu, kama
Shukuru ewe Yesu, Yesu umetenda mema, fanya roho ya ina sababu ya kweli, wewe ni wa ajabu. Shukuru kama siyo wewe ingekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ingekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema Bwana, na rehema tele. Umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo wewe, tukiri jioni ya leo na kuwa kama ingelikuwa ni yetu, ingelikuwa kama siyo wewe ungekuwa wapi? kweli umejawa na neema, kweli umejawa na rehema. Lift up your hands. Kama si huruma zako ningekuwa wapi mimi? Kama si upendo wako ningekuwa wapi mimi? Let the power of God Kama si neema yako ningekuwa wapi mimi? every spirit of Kama si huruma zako Bwana ningekuwa wapi oh yes, mimi? this coming now. Umejawa na rehema kweli, na rehema tele. Umejawa na rehema. Shirani Kama sio wewe ingekuwa wapi mimi? Kama si nguvu zako ingekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, Nguvu zote za giza na uchawi wowote ukaondoka. umejawa na rehema. You demons must bow down. Kama sio wewe, kama si nguvu Take your zako bow. Take your bow. Take your bow. kama Take sio your bow. wewe, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Ningekuwa nimepotea. Rehema, umejawa Baba, umejawa na utukufu Yesu. Kama uzungumuza na sisi Bwana, zungumuza na sisi Bwana, zungumuza sisi Bwana, zungumuza sisi Bwana, usituache, usituvite, uzungumuza na mimi Bwana, zungumuza sisi Bwana, zungumuza sisi Bwana, uzungumuza na mimi Bwana, zungumuza na mimi Bwana, zungumuza sisi Bwana, zungumuza sisi Bwana, zungumuza na mimi Bwana, zungumuza na mimi Bwana, zungumuza sisi Bwana, usiniache
sisi ya maisha ifanyike kwa sifa zote zako Jehova. Wewe ndio uliye Mungu wetu. Adua mioyo yetu ya maombi, adua mioyo yetu Jehova Mungu wa Israeli, ili tukakuletee sifa zote. Jengeka ndani ya maisha kila mmoja. Bariki na mazeke na mayanda. Bashete na mazeka. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndio Mungu mwenye uwezo. Wewe ndio Mungu mwenye nguvu. Wastahili sifa zote. Mungu Jehova. Bariki na mazeke. Ikara mashaka na mazeke. Mwingine Mungu kama wewe. Tunaombea imani yako, tunaiombea mtumishi wake, watoto wake, ukalinde nyumba yake, ukalinde maisha yake, ukalinde mambo uliotilia kwa maisha yake. Tunaombea ulinzi wako, tunaombea ulinzi wako yakafikia wale wanaohitaji. Ni kwa kuwa nchi yetu tuko na kilio ndani ya mioyo yetu kwa kule tulizoliwa, yale yaliyofanyika Jehova. Tunaomba Jehova Mungu wa mbinguni, tupatiane nafasi ili watu wengi wakakusikie, akaweza kuabudu kwa jina lako. Wewe kama Bwana ni wewe wake. Zetu leo ndio masomo na mali. Wewe Bwana mtumishi, wewe wetu letea. Wewe wetu letea. Ni kwa kwa hiyo Bwana. Wewe ndio yeye baba wetu. Tunakusifu Jehova. Wale wote tuko kwa mahali hapa. Kwa utukufu wa jina lako. Tunaombea wengine wengi wale hawatujui. Tutendeane Baba. Pokea heshima kwa Mungu wa mbinguni. Bwana sifiwe kanisa. Bwana sifiwe kanisa. Nilikuwa tu ninawaomba tuweze kwenda mbele za Bwana, tumshukuru kwa yule yote amesikia, amebarikiwa na hiyo neno tumefundishwa siku ya leo, na ndio liweze kuwa mzingi katika maisha ya kila mmoja. Tuweze kujua mizingi ya mashida zetu, tuweze kujua zile njia tutakazozifuata ili tuweze kuwekwa huru. Bwana asifiwe sana. Ni kwa kuwa niko na uhakika hakuna yeyote yule haamkagi mapema, hakuna yule hasubukagi sana sababu ya maisha, lakini kumekuweko na vifungo vimetufunga. Kwa hivyo ninaomba tu tushukuru Mungu kwa Mungu kuweza kutupatia hii nafasi na kuweza kusikia hiyo neno. Ni kwa nguvu zake, ni kwa kutupenda na kutujali ili tuweze kufunguliwa, tuache kusubuka tena. Bwana asifiwe sana. Na ili ile neno lisipotee bure. Bwana asifiwe sana.
Mimi nilikuwa ninawaomba wale wako na sadaka tuende mbele za Bwana, tumshukuru kwa sadaka zetu, na ili Mungu aweze kutufungua macho. Ni sababu kidogo kulingana na vile nimesikia neno. Wengi wetu tumefungwa na tumekosa kujua kule tutapitia ili tuweze kufungulia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninaomba tukienda mbele za Bwana na shukrani, tuende kwa sadaka, na ili Mungu aweze kuturehemu, na hata Mungu wetu ajue kwa hakika tumefurahi kwa yale ametumia mtumishi wake akaweza kutufundisha. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninaomba tuende mbele za Bwana, wale tuko na sadaka tutatoa kwa utukufu wa jina lake Bwana. Tuendelee kuomba tukitoa sadaka. Umeinuliwa katika enzi yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wacheni niwaongoze tu kwa maombi ya kushukuru. Wacheni tushukuru. Baba, katika jina lako takatifu Yesu Kristo, tunanyenyekea miguuni mwako tukikujulisha hakika hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tumechukua hii wakati na hii nafasi, Jehova Mungu wa Israeli, tuinue mikono yetu, tuinue mioyo yetu kwako Jehova, tukujulishe hakika kuna jambo umelitenda kwa kutupatia mtumishi kama huyu. Jehova Mungu wa miungu, amefunguka macho, umeweza kumwezesha vile tunaweza kujifungua na vifungo tuliofungwa nazo. Tunakupa sifa, tunakupa heshima, tunakuambia ni asante kwa yale Jehova Mungu wa Israeli umekusudia katika maisha ya kila mmoja, umekusudia katika hii madhabahu. Tunakuomba Mungu wetu na Baba wetu, kama vile tuishivyo milele, pokea sifa zote, pokea heshima. Kwa yale umetenda katika maisha yetu, kwa yale utakaenda kutenda Jehova Mungu wa Israeli, tunakuamini Baba wetu na Mungu wetu. Tutafunguka macho, tutajua mwelekeo tutakaochukua ili tuweze kufunguliwa na kuendelea mbele. Kwa utukufu wa jina lako tunakuomba Jehova Mungu wa miungu, wakati huu nimesimama mbele zako, niko na imani mbele zako. Utapokea sifa zetu kutoka kilindini cha mioyo yetu, ni kwa kuwa kunayo jambo umelitenda, kunayo mambo Jehova Mungu wa Israeli umekusudia kutendea kila mmoja wetu. Tunakushukuru, tunakuinua, tunakupenda jinsi ulivyo mkuu, tunakupenda jinsi ulivyo mwaminifu. Tuko na uhakika na wewe Jehova, hatutatoka vile tulivyoingia mahali hapa, ila Mwokozi na Mungu wetu, tuko na imani tutafunguliwa, maisha yetu itabadilika, maisha ya familia zetu itabadilika. Ni kwa kuwa umetufundisha Jehova Mungu wa miungu. Tunakuomba tu Jehova Mungu wa miungu, utuwezeshe Mwokozi Mungu wa Israeli kufanya kulingana na kadiri zako na mapenzi yako. Kwa utukufu wa jina lako tunajiachilia kwako Jehova. Tunapoendelea kuomba, tunaomba Mungu wetu na Baba wetu, usidi kutuongoza na kutunenea. Tumefungua mioyo yetu, ni kwa kuwa tuko na kiu neno lako, na hili neno tumewekewa siku ya leo Jehova liweze kuwa msingi mzuri katika maisha yetu. Tunajiachilia kwako Jehova, uendelee kuwa nasi Jehova, uendelee kutunenea na kutujulisha yale unayohitaji kutoka kwetu, na utakaopotenda haya yote, sifa na heshima na utukufu ni kwako. Asante sababu ya mtumishi wako Reverend Wareje Jehova, tunamuinua kwako Jehova Mungu wa Israeli, tukiwa na shukrani nyingi na sifa nyingi kwa yale umemtendea Jehova. Ulimutilia mafuta, ni kwa kuwa ulijua ile kazi unataka afanye. Kwa watu wako Mwokozi Mungu wa Israeli, tumechukua hii wakati Jehova tukushukuru sababu yake. Tumechukua hii wakati Jehova tuseme ni asante kwa neno Jehova Mungu wa Israeli uliyoachilia kwake Mwokozi Mungu wa miungu. Tumesikia maneno ambayo hatujawahi kusikia, tumejua mambo hatujawahi kujua. Mungu wetu tunakwambia ni asante. Asante kwa yale yote umenena Jehova. Tunaomba Mungu wetu, tunapoanza kuchukua mwelekeo, tuongoze na utuelekeze. Naye tunaomba Baba wetu, usidi kumimina mafuta yako ili aweze kutenda kazi ulioanza katika maisha yake. Ni kwa kuwa wewe ndio uliye Mungu wetu. Tunakupa sifa, tunakupa heshima kwa kutukubalisha kuweko wakati wa siku ya leo anapofundisha hiyo neno. Asante kwa uaminifu wako na rehema zako. Ninaomba tu jambo moja Mungu wetu, sababu wale tuko na hizo vifungo amenena mahali hapa,
tunaomba Mungu wetu utuwezeshe kuwa na hekima ya kujua jinsi tutakavyofanya. Tupe Jehova Mungu wa Israeli, ili tuweze kufuja maagano, tuweze kufunguliwa na kuwekwa huru. Roho kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru sababu ya siku ya leo. Tunakushukuru sababu ya madhabahu. Tunakushukuru sababu ya kila jambo umelitenda. Hakika umekuwa Mungu wetu na Baba wetu. Umekuwa rafiki wetu wa karibu. Umekuwa na upendo mwingi. Umetufungua na kututenda yaliyo mema mbele zako. Tunazidi kujiachilia kwako Jehova. Tunazidi Jehova Mungu wa Israeli kukaribisha mahali hapa. Uenende pamoja nasi. Na hili jambo lolote tutakalo lisema mahali hapa, tuliseme kwa utukufu wako ulio wa kipekee. Asante kwa wema wako. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na tena kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine tu tutaomba tu kwa haraka kwa sababu tumeomba muda mrefu na nilikuwa ninasaidiwa tu na Mungu wetu. Tuchukue wakati ya kumwombea mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Ili azidi kuwa na mafuta aliyo nayo, ili tuzidi kufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Na ninajua tutakapomwombea, tutakaposimama na yeye, naye Mungu atasimama katika pengo katika maisha yetu na aweze kutushughulikia, ni kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa hivyo wakati huu ninaomba kila mtu achukue wakati wa dakika kidogo tu kama 15 tumuombee mtumishi wa Bwana, na ninajua Mungu ataweza kutenda yaliyo mema. Tukiendelea kumuombea, mimi niko na imani moja, kutachibuka vizima vingi ndani yake. Vingine hatujui, vingine hata hatukuelewa. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu kila mtumishi wa Bwana ametiriwa na mafuta na njia ya Mungu ya kipekee. Bwana asifiwe. Mimi nimeenda kanisa nyingi sana. Na wacha niseme neno lilo nimesikia siku ya leo, mambo mengi sana sijawahi kusikia. Bwana asifiwe. Lakini Mungu amenikubalisha nikakuwa na hii nafasi ya siku ya leo ya kusikia hiyo neno, ndio nifunguliwe na niwekwe huru. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii ya Wednesday, masaa kama hii, ninaomba mtu akiwa na nafasi, muwe mnakuja tuombee hii madhabahu na ili iweze kufanya kazi yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu katika huu ulimwengu uko na pingamizi nyingi zinaweza kuzuilia neno la Bwana. Kuna watu wako hapa nje wamesumbuka miaka maelfu kwa sababu hawajui shida zao, ili waweze kufunguka masikio na kujua hapa kuna madhabahu, na ili waweze kufunguliwa kwa utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo enenda mbele za Bwana, uombee mtumishi awe na afya njema, umuombee awe na masikio ya kusikia roho ya Mungu, uombe Mungu azidi kumutilia mafuta, ampe ulinzi aendako arudipo, tukue wazikali wazuri kwa maisha yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninaomba twende mbele za Bwana kama dakika 15 na Mungu atazidi kuwa pamoja na sisi. Karibuni. Asante Bwana wako na uaminifu wako. Nimekuelimika nguvu zako na uwezo wako ulio wa kipekee. Nimekuelimika nguvu zako na uwezo wako mwingi Jehova. Kutoa kulia liko. Yaka wakujiwa kulingana jiji mwana. Nitodo ndio hata ni wako mwana na mwanamke wa dhamaki. Nigetha tutikohora kuona maundu marĩa matumĩte. Nigetha tutikanĩrwo nĩ ciĩko iria tuhetwo nĩcio Mwathani. Ndagũcokeria ngatho. Nĩ Mwathani. Nĩ wega Mwathani, nĩ wega Mũthamaki wa athamaki. Tondũ andũ arĩa aingĩ mũno arĩa makahonoka na magoka ũthamaki-inĩ waku. Na niĩ ndĩroka kũrũa Mũthamaki. Ngwĩnyihĩrie ngĩgũthaitha. Ũrikara macakara maya. Ulidari malikuli mazeria inora mashantara mamayana ulikari mazikina mawazindara mamayana tutiki hata totali na wegai tutiki manyanjira shia kumona maki ikina tuwaka wawapaida marana dugatea kumona maki makirelia kumonyita uwakona kumatokolia tuwaka wawapaida umugitagira na wamamenyagarira tono wikine wegai bene wamudhulete gatagateina gadhule inge Mwathani bene wamudwete ogwatalia ikiregere kiwa bakorewega watole dugatea kumuzokire korewe
agikwira atiriri ugikinya ndugukorore hamwe nake ndangihota muthamaki ona nituka tureta kanitha uguthaitha muthamaki tondu kigongona giki gitigikinyanira muthamaki utagikorore thiini wakio tuguthaitha iguru ria ndungata yaku Mwathani kirĩrĩria kumweruhĩria maguta Mwathani kirĩrĩria kumunenehia na kumutheremia andũ aku nĩ mohetwo andũ aku nĩ manyarĩ marĩkĩte na nĩ magĩte njĩra ya kũgerera tukagũthaitha Mwathani nĩgetha ũmũgitĩra nĩgetha hote kũmakinyĩra Mwathani nĩgetha hote gũkinyanĩria mũbango waku ũrĩa ũbangĩte igũrũ rĩa mũtũrĩre wake mũthamaki wa thamaki Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩ andũ aingĩ maramũbatara mũhuro wari wa Ngai nĩkĩo nĩ twamũhoera maica marefu Mwathani nĩ twamũhoera tha ciaku mũtũrĩre-inĩ wake Mwathani nĩ twakũhoya Baba witũ igũrũ rĩa mabataro make mũthamaki nĩ tũramarehe kũrĩ we Ngai Ngai wakwa na Mwathani wakwa ndakae kwaga etange kana nyarirĩke Baba witũ twamũthaitha nĩgetha ũririkane kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku mũthamaki nĩgetha indo iria ciothe irabatarania Mwathani ũrikara maceke na mamozeria ũmwathanĩre mũthamaki ũmwathanĩre Baba witũ ũmwanĩrĩrio na kũrĩa atangĩhota kwĩyaria nĩ tondũ we wiki nĩwe Ngai na rĩrĩa rĩothe ũgũkorwo rĩ hamwe nake tũrĩ na mbara ciothe nĩ ekũhotana Ngai nĩ tondũ ũrĩ Ngai wakwa nĩ ndamũhoera afya njega ya mwĩrĩ nĩ ndahoera ciana ciake na family yake yothe ndamahoera afya njega ya mwĩrĩ nĩ tondũ ĩheanagwo kuma thamaki-inĩ wa Ngai nĩ wega mũthamaki wa thamaki nĩ wega Ngai wa ngai ciothe haha tũkinyĩtie nĩ ndahoya ona igũrũ rĩa mwĩrĩ waku wothe Kristo Jesu harĩa othe werekereirie kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ ndĩramakuithia mũrigo wa wĩra waku Mwathani nĩ ndĩramakuithia thamiri ya gũikara meiguĩte na nĩgetha mũndũ arũgame kũringana na harĩa ũbatarĩtio nĩwe nĩ tondũ we wiki nĩwe Ngai nĩ tondũ we wiki nĩwe mũthamaki igũrũ rĩaku na makĩria maku tũtirĩ twaigua ũngĩ ũhana tawe tũtirĩ twaigua ũngĩ ũngĩiganania nawe Jesu hori marakara mamozeke na mamoyanda twagũtegera kĩgongona gĩkĩ Mwathani twagũtegera kĩgongona gĩkĩ Baba witũ twagũthaitha ũtũũre ũrĩ mũthingi ũrĩa ũtangĩenyenyeka hori harĩ macambara mabori mayanda hori kori mazingi na mamozere mayanda na nĩgetha andũ aku rĩrĩa morĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai manyamarĩkĩte mũthamaki ũkamanyamarĩra harĩa moka gũkũ mohetwo ũkamohora ithe witũ wa Kristo Jesu hori kwa utukufu wa jina lako uliwa kipekee twakuinua twakupenda Mwokozi Mungu wa Israeli hori marikana mazinda na baba yenda tunaomba Mungu wetu na baba wetu hori chala mashambara mabori karabazeria kawezeshe mtumishi wako Tumize yale yote yaliyokusudi lako kuona masikio ya kukusikia Baba wetu hoi kwa utukufu wa jina lako niturakogosha ni hali ya mukinyĩtie Mwathani niturakogosha ni mbara nyingĩ ũmũrũrĩire Baba witũ nĩtũrakũgosha nĩtũrakũrĩmatĩka Ngai nĩtũrakwenda mũno Mwathani twagwĩciria we ũrĩa ũtariĩ Mwathani twagwĩciria ngume ĩrĩa yarĩ kuo kĩambĩrĩria igũrũ rĩa mũtũrĩre wake na harĩa ũmũkinyĩtie ũmũthĩ tugakugosha tugakwenyihiria tu na tugakwĩra nĩ wega Baba hoya mũkĩra ngatho citũ Mwathani itarĩ na gĩthimi mũthamaki itarĩ na gĩthimi Ngai wa ngai ciothe marikana mazindara Baba yanda hakuna mwingine Mungu kama wewe ndiye uliye msaada wetu na kimbilio letu tunakukimbilia mfalme Mwokozi Mungu wa Israeli ili madhabahu Jehova Mungu wa miungu isiongozwe na mwili ile iongozwe na roho wako Jehova hoi tunakaribisha roho wako aliye wa kipekee Jehova ili akatenda kazi yako hoi ndani ya kila mmoja tulio mahali hapa hoi tumiminie roho wako mfalme tumiminie roho wako Mwokozi Mungu wa Israeli hoi na ramalika na mazika na mayamba ili tukafanyike yale uliyokusudika yale uliyo Mwokozi Mungu wa miungu kwa utukufu wa jina lako uliwakipokea achilia mikononi mwako
Tumwachilia mtumishi wako mikononi mwako, tukikuomba Mfalme ukatupa mizigo ya kazi ile tunaweza kufanya mahali hapa, tukasimama katika pengo kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa wema wako na uaminifu wako. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu. Tunahoya presence yako ndani ya gari. Tunahoya presence yako ile kadira kijana tanakai. Nitobele mwihoka kukai witu. Tufatale tele kibona maki. Oli mashanda baba oli mahara mazeria. Nitobele dora shamali na omola maki. Malito heiro ne ramanyamaro ile mwabani. Ali rashamani na mama na ruone ramekile maana ya gai. Tukola uhakika Jehova, kuna rojabu lisilo la kawaida utakalolitenda katika maisha ya mtumishi wako. Tunamzingira na ukucha wako Baba wetu, ukamlinda Baba wetu anapolala anapoamka. Jehova, tunaomba Mwokozi Mungu wa Israeli, kampa Jehova Mungu wa Israeli nguvu isiyo kipekee ile itokao ndani ya nguvu zako Jehova, kusuluhishia wote wale watakaokimbilia mahali hapa. Akaweza Jehova Mungu wa Israeli kusimama ora kana mazinda na baba yanda eli na shetelemezeria na watu wako wale waliofungwa na vifungo vya maovu. Mwokozi Mungu wa Israeli, ili wakaweze kufunguliwa kwa utukufu wa jina lako. Neno Bwana nilotohinda wewe. Asante kwa kutia hii nafasi. Jina lako tolinua, jina lako toliabudu, jina lililo la kipekee. Hakuna jina lingine kama lilo lako Jehova. Ndio tunaachilia hii madhabahu ndani ya hilo jina Jehova, ili Mwokozi Mungu wa Israeli, hii madhabahu yako ikaweza kuendelea kulingana na mapenzi yako, ikaweza kuendelea kulingana na mpango wako. Oli haramazika na mazeria kwa utukufu wa jina lako. Tunajiachilia mikononi mwako Jehova, ili utende yaliyo mema, ili utende yaliyo makuu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa wema wako na uaminifu wako. Nani katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na tena kuamini. Bwana asifiwe tena kanisa. Bwana asifiwe. Ninaomba kila mmoja ajipeleke mbele za Bwana, na hii tutakapo kibiria mahali hapa na kusikia neno lisikuwe la kuingilia hii masikio na kutokea masikio hii ingine. Bwana asifiwe sana. Tumekibiria hapa sio tuonekane vile tumefaa. Bwana asifiwe sana. Sio tuonekane vile tuko na sura inakana namna gani. Tumekibiria hapa mahali hapa ili tuweze kujengeka mwili wa Kristo ndani yetu. Bwana asifiwe. Ili tusitingizike katika huu ulimwengu uko na mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Na kutoka katika njia za Bwana sio jambo rahisi, sio jambo gumu. Bwana asifiwe. Ama nandaganya. Kutoka njia za Bwana ni jambo rahisi. Si mnaona kama siku ya leo tumeshinda mahali hapa. Na hiyo neno limenenwa mahali hapa. Tukicheza linaweza kuwa kama upepo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninaomba neno lote tutakapokibiria hapa na kusikia ama pahali pengine, neno la Bwana liwe msingi katika maisha yetu. Lisitingizike, lisitoke, litujenge ili tuwe na tufanyike kile Mungu anayo kusudia katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kila mmoja ajipeleke mbele za Bwana, na ili ile neno tulifundishwa nalo mahali hapa liweze kuwa msingi katika maisha yako, katika nyumba yenu, katika mahali popote utakapoenenda. Utaweza kusaidia mtu mwingine na aweze kukimbilia mahali hapa kupitia hiyo neno, kwa sababu hiyo neno nimeona ni neno linaweza kumaliza kama miezi 3 likifundishwa. Nimesikia ni neno kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni neno mimi nimesikia pande yangu ninalihitaji. Bwana asifiwe sana. Hilo neno likiingia katika maisha yangu, mimi ninajua sitakuwa vile niliingia mahali hapa. Sitakuwa hivyo tena milele. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wacha kila mmoja ajipeleke mbele za Bwana na kujiachilia kwa Bwana, ndio hiyo neno lifanye kazi ndani yako. Bwana asifiwe. Tuendelee katika maombi. Baba, katika jina lako takatifu, tunakupenda kwa wema wako na uaminifu wako. Hakika wewe umejawa na rehema. Unatupenda, unatujali, kwa kuwa ni wewe ulituumba kwa mfano wako. Tunakukimbilia Jehova. Tunakupenda kwa wema wako na uaminifu wako. Tunakupenda kwa kuwa neno lako linatujulisha unatuwaza mema. Tunakutambua siku ya leo Jehova. Oli malikara mazinda na mamazeria. Ndio umetunenea na hilo neno Jehova Mungu wa Israeli.
ili misingi tuliyojengwa na Jehova iweze kuvunjika, iweze kukua